na kusifu kwa shangwe na kusifu milele na milele. Kwa shangwe, kwa shangwe na kusifu milele na milele. Kwa shangwe, shangwe na kusifu milele na milele. Ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Nimeomba tena sio mara moja, kwa roho na kwa kweli, bali sijapata majibu yangu kuyaona. Nimeomba tena sio mara moja, kwa roho na kwa kweli, bali sijapata majibu yangu kuyaona. Adui shetani muongo asema ya kwamba Mwenyezi Mungu yeye hanijali, bali siwezi, sitomkubali. Ninayo hakikisho ya kwamba Mwenyezi Mungu ananijali, ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Hey, ananijali, Right, sana. Okay. Labda sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Anyway, I hope unanipata loud and clear. Karibu sana. Getting me loud and clear pamoja. Sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Hey, ananijali, ananijali, sitokubali kuzama kwenye. Anyway, all right. Karibu sana ndani ya nyumba kama kawaida. I hope unanipata loud and clear. I want to welcome to the house. Karibu sana kabisa, tunapoenda kwanza moja kwa moja katika siku yetu ya leo. Ikiwa ni Friday, tarehe 5 mwezi wa 11 mwaka 2021, na kushukuru sana. Karibu sana tuweze kwanza katika safari jinsi ambavyo tulikuwa tumefanya nini? Tumejiandaa. Na kukaribisha moja kwa moja, ila tunataka kukupeleka hadi sound check. I don't know kama sound check iko poa. If you are getting loud and clear, unaweza niambia kwamba kukuntu na kupata vizuri tena sana.
Nti ngomne yokegima kabisa iko unombo kima kabisa jinsi mchama iko kima watu wa team diaspora na wakaribisha sana ndani ya nyumba kama kawaida, na kwamba leo ni Friday, akiwa na jipambo kiwa na wakilisha rekodi yako wapi, kwamba tuko na mgeni ndani ya nyumba kama kawa. In the next few minutes tutakuwa tunafanya nini? Tunajumuika pamoja na mgeni wetu wa siku hii ya leo, na kwamba imekuwa tu long what distance, amekuwa safari refu sana tangu tulipopanga safari hii, lakini siku imeweza kufanya ni siku imeshafika leo. So nakuambia kwamba kama unanipata lauda nikilia, karibu sana moja kwa moja tunapoenda kupika nachanganyikiwa tu kwa maana mimi niko na furaha ikiwa ni Friday. Anyway, ni sound check. Nataka kufanya sound check hapa. I'm coming back tuweze kuendelea moja kwa moja, tuweze kukaribisha mgeni wetu wa siku hii ya leo. And I hope kwamba you just enjoy. Ile kitu nakwambia kwamba chukua space yako, kaa vizuri, tulia, it will be well good and well and good. Wanaitwa African Melody Band. Asante sana. Wanaitwa African Melody Band. Nashukuru sana kwa kuweza kutuambia kwamba ananijali, ananipenda. Anyway, before tuweze kuanza show, nataka kukuambia kitu kimoja tafadhali, mtu wangu unayenitazama katika sehemu zote za dunia. Tufanye record, wakilisha record yako tafadhali, niambie kama unanipata loud and clear. Kwa mbote kima kabisa tibetinga ngayo kibote chabona maragoba ngayo mbote tebone gumuna diaro goro bile kigime kabisa charagere tinsa kirenge chiga tinsa isato watu okay, saa 3:21 Afrika Mashariki inakuambia kwamba karibu sana kigima kabisa tuchakesho ya masayemo ndacho kubeka gali linki erenda tomogeni tokumore tokumobeka factory kozi mutiri asare nyombo tumware gani kigima ya masayemo aja se show tuchake one by one. But the way Timothy, I want to see aba rigere bari motivate kuri that side bari mo karibisha ama our heroine mo tumukaribisha mugani tukota se show kimo kabisa. It has been a long time kwa tu vegetarian tukeri gatuya kwa tukomena na ile mostemiti nyosine tatu, but today ndio siku Mungu alikumeshapanga tutakuwa pamoja na yeye kwenye nyumba kama kawaida. Ila tunakuambia mtu wangu tafadhali, alafu kivote chabona maragoba tafadhali kolega karibisha mugani kwa nyumba. We want to show love, the one and only lady we have from gusi otorire na chance picha kumire kumire twabere bako twabere abanyankongo kimo kabisa twabere abantu bamonekanite. It's only the dear sister Fenny Kerubo evangelist Fenny Kerubo we're in the house tonight. Masaya mwe speak about this kicha mwana maragoba kimo kabisa sikoragere kabisa kwarura se kibako kiago sikwa kibote tukodi kimo kabisa otimogete kwarire kandagera kago timogete kabo kunya mache obeketa mogore mese igoro timogete ngora tugestare kabisa iga ngo tinga karibu sana tubote masema wetrase moteri ochireke giman kuma kabisa onche musikete sana bishop kiria ko nale ngoma kimbaka wikabono iga. I do remember some things kurwa sare baka yesterday na mubotinga my dear sister, do you remember what's na munga, but God is God amemrift mpaka amekufika katika kiwango kimoja kile. Tubote dear sister Fenny Kerubo in the house ndo comment ka chiko itakagari tina comment chiko itakagari nsemilia mwino tinara comment chiko itakagari na tinara abantu bagocha I don't know tinara bado tinara abantu mokaribisha amagani toka gutase show kama kagima kabisa, lakini in the next few minutes kana sabrega tuchake program yetu kama kawaida kuchine go saba ekran sabetu mbeke link. I love to welcome again wetu wa siku ya leo especially already full alafu baadaye nancho kwari bagano na murigere cyo kumuri swali yora gani kumubole, but meanwhile so uriko sikiwa tisa chamana maragoba mtabna kiko kurikuntu nimeingia ndani ninawakilisha vizuri sana na kupata loud and clear niko kama kabisa nikiwa katika samfrani na kiwa leo ni siku ya Friday na tusisahau watu wengine ambao wanafanya nini, happy Sabbath, happy preparations day, okay, kitu kama hiyo. So meanwhile karibu sana ndani tunazidi kusonga mbele pamoja, ila tunakuambia mtu wangu nataka tu nikupeleke kwa Mungu. I want to take you kwa Mungu pale, tukifika kwa Mungu and then from there tunafanya hivi, tunaenda kushikilia nikufikishe kwa Mungu nikiomba and then I come back
nikirudi alafu niachie link kwa mgeni wetu siku hii ya leo, and then from there tutakuwa tunamsikiza kutoka moja kwa moja kutoka kwake. Ikiwa kuna swali ambayo ungependa kumuuliza, nafasi pasi ipo kwako wewe mtazamaji, na labda kuna kitu ulikuwa unatamani sana kumuuliza dada yetu, lakini haukuweza kufanya nini, haukuweza kumuulizia, yani ulikuwa unamtafuta, haukuweza kumfikia, samahani. Lakini anakuambia kwamba Kisi Hot TV imekuletea kwa njia iliyo mwafaka tu kabisa, tuweze kufahamu safari yako uimbaji na mwana umefikia na anatarajia nini, anakuwa na matarajio gani kutoka kwake, na sisi kama shabiki tutarajie nini kutoka kwake. Meanwhile, funga macho kutoka kwamba tuende kwake Mwenyezi Mungu. Anyway, tunashukuru jina lako Mungu, wewe ni mtakatifu. Asante kwa nafasi na wakati huu umetuwezesha tangia tulipoacha na siku ya asubuhi leo hadi wakati huu. Bwana, wewe ni Mungu uishe milele, pokea utukufu na mamlaka, kwa maana wewe sifa zote ni zako. Bwana, tuwezeshe tunapoenda kwanza katika safari hii ya uimbaji, kufahamu muimbaji wetu kabla atame na kutaratamba. Hivi tunataka kufahamu safari alivyoanza na amefikia wapi. Tunaomba neema na fadhili kutoka kwako, katuongoze, kutushike mkono wako Bwana, na tuombee watazamaji wote pia na wao watakao tutazama baadaye. Tunaombea neema na fadhili, tushike mkono hadi mwisho. Jina lako limidiwe, jina lako lipewe sifa milele, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen and amen. Watu wasema amen and amen. So karibu sana, naona pale Dorothy D ananiambia kwamba waiting, still are you waiting? Na sisi tushafika mtu wangu jamani. Kuna mtu anaitwa G anaitwa GLDG7U anasema kwamba pamoja hadi mwisho. Karibu sana, karibu sana. John Mensa anasema kwamba hodi, karibu sana Pastor John Mensa. Hope kutoka South Mugirango. Gertrude Nyamari kutoka sehemu ya Nyamira County 046 ananiambia kwamba hi. I don't see comments. I don't know kwamba where you watching me from tonight. Unashikia kutoka wapi? Katika wakati kama huu mtu wangu nakwambia kwamba karibu sana, tutakwenda kwanza show moja kwa moja. Ila tu nakwambia kwamba mtazamaji na mgeni wetu, kama unanitazama hivi sasa hivi, naomba tuweze kuniandikia comment pale, uniambie kwamba uko ndani ya nyumba. Sawa sawa, uniandikie comment uko ndani ya nyumba, and then from there uweze kuingia na hiyo link. So nataka kukaribisha mgeni wetu wa siku hii ya leo, wherever you are, karibu sana katika ndani ya nyumba kabisa. Tutakwenda kuanza katika safari yetu ya uimbaji. Nataka kufahamu mawili matatu kutoka kwako na safari jinsi ambavyo ulianza na mahali ambapo umefikia hivi leo. Kumekuwa vipi? Safari imekuwa vipi? Imekuwa rahisi kutembea? Safari yako imekuwa vipi jamani? Hiyo ndio tunataka kufahamu hivi leo, na kuna baadhi ya wale mashabiki wako wanapeleka kuwa na maswali ya kuweza kukuulizia. Yote 9:10:30 na kukaribisha kwenye nyumba. Karibu sana moja kwa moja dada yetu Fenny Kerubo, wherever you are. Karibu sana, feel at home, ingia na viatu, ingia kila kitu tu, wenye na viatu kila kitu. Nafasi ipo kwako, kiti chako kiko hapa pembeni wangu hapa. Shakutayarisha kiti chako hapa ili tukukaribisha ndani ya nyumba. So wow, I was forgetting watu wa karibu nichape vipoko, lakini acha ni wallet ndio nishakumbuka. Anyway, so nishapatia link pale, na hope kwamba unaweza kushiriki moja kwa moja mtazamaji wetu. Sijui kama dadangu unanipata, hiyo link nimeweka hapo kwenye comment section, link ambayo inaweza kufikisha hapa ndani. Hiyo ni link yako, usiogope mtu yote yule, kwamba nafasi ipo hapa, na watazamaji wa Kisi Hot TV tuko tukutegea tu, nafasi hapa iko kwako. Tutataka kufahamu kama wewe mtu wetu, wewe kama unatufanya sisi mpaka tunafeel kama mimi nafeel kwamba nafahamika kwa sababu ya wewe, nyimbo zako 2-3 hiyo ni baadhi ya vitu 2-3-4-5 tunaenda kufahamu hapa ndani ya nyimbo. Ila tunakwambia mtu wangu, tafadhali kama unanipata loud and clear, like, comment and share with friends. Invite your friends, mwambie kwamba Kukurikuntu amewarika kwenye mchada wetu wa siku hii ya leo. So na mimi hapa naendelea, ukiangalia nimeangalia pembeni hapa unajua kwamba Kukurikuntu naendelea kushare link, but I hope kwamba tutashika wote pamoja. So dada yangu Fenny Kerubo Evangelist, karibu sana. Nyamanza takorera kira anaitwa Blessed Daughter, asema kwamba hello, karibu sana Blessed Daughter. Nataka kuona comment, I want to see comments kwa wingi. Tukukaribisha dada yetu Fenny Kerubo ndani ya nyumba. She is with us here. She is with kuna sisi hapa. So I hope kwamba hiyo nini yako, comment yako ikikumkaribisha hapa vizuri tena sana, itakuwa na feel at home. Hata mimi nilikuwa na feel vizuri sana.
Hapa tunaimba takurera kira. So dada yetu tutakutegea hapa, kama unanipata loud and clear, karibu sana kwenye comment section. I hope kama unanipata loud and clear. Sijui kwamba nakumbuka, na kuna baadhi ya mambo ambayo nakumbuka dada yangu sasa nikasahau kwake. Kuna baadhi kiimba katika frame ya kwanza, ile album ya kwanza kabisa. Alikuwa mashuta akiwa amekanyaga chini. Kuna siku nyingine nilikuwa natafuta hiyo wimbo, wakati tulikuwa tunacheza CD. Nacheza kabisa, lakini up to the moment where she is by the grace of God. So my dear sister, anaitwa nani, Fenny Kerubo Evangelist, so getting me umetoka katika sehemu fulani katika uimbaji wa nyimbo za Injili, na sisi tunafahamika kwa sababu kupitia kwako, hasa kwa zile kurapa ambao ushafanya na watu waimbaji ambao ni maarufu tu. Sisi tunashukuru sana. Karibu sana na mtazamaji, kama unanitazama tu popote unapowakilisha, nakwambia kwamba karibisha mgeni wetu. Arega naye mgeni nka kabisa igate mwenye ko mitana ki. Baba mwenye ko minto karibu nka iga kwa watu Misiri. Korone gategara tutukuta wote kwa watu wa Misiri by the way. Karibu sana mie show. Kwa tena ngora so kibongo latest. Kwa tena so kibongo iga latest bongo iga ngete wa ko rio limit nyevere. Kwa even not 2 months, it is 3 months. Chief General, I see you. Nakuleta hapa. But the meanwhile, my dear sister, nangota Chief General gaiga, I'm going to look for my dear sister Sare. Egere mulete gota. Akiro Romonto. Akiro Romo mroyo. Yani, yara kwabe komanda. Ngayo muswati yo mintare. Moswate yo minta naende te kwata koroskunyu maga iga mota binga moswate yo minta swagota na ranga nga kumosibete kaba ka mobwate muskunyu mamwino gande ko te kara motiga ara mobwate kara te gota ga go sebono Moreta ngobona iga nere nkoleta late on time unago gosukuma iga se screen iga hani utenche rieta abanta mete ngo wakabara makomo I don't know na kira tubo irane lirero na kiboirire injogo kwanira ngokwanira umuntu kulkunga nere Chief General Commander na ngo tutebyore ngankeke wele ya mwana minto iwangu kwanira kuruchisa mochiri choborabwa chisa mochiri chia Nairobi Kanairo injibona sasa saini Nairo ngetenga kanera bwani ga bokiete sa moto cha mambe chire bana iga togende te gotara ngenga kikurugusi ele wera negudi na otenga sunga chikora oje mwana na ibona Chief Commando uragenda ngo chikorangire mwana mindache go chagaiga turamukaribisha ango gochwata makomo boni ga bukete gari Kanairo no agukone ko Alex Maira tunt Moses niwe mono chegima from Kitengera tunt by the way ayasami sami to ko gana Kanairo oro tie ku kuri kuntu gusi na kukuri tanya kwa Kanairo na kiekoreka na mwenye Kanairo save tena serieta. So meanwhile niko tupiga tu ngumzo tu kidogo katika hali za kuweza kungoja dada yetu aweze kufika. She's on the way coming, she's on the way. Akukuanjia ndio anakuja na mimi namuona anategea tu hivi. Tayarisha tu makovi yako na shangwe na vigeregere. Edward Chatura. Baba. Hani kuruagana Kanairo. Kuruagana Kanairo. Hey. Karibu sana. Karibisha dada yetu hapo, she's on the way coming. Ako hapo tu kuanzia anakuja anaingia. Kana mwarega nyango abusa nige suna muganita atanya robo chafu gororo tatu mwana mimi. Kayale. Na wote kana abusa nige suna oyigocha. Anakuja. She's coming. Fenny Kerubo gocha ntirare gocha kanya kwa busege sunate igugaki rusi chisani gesieri mbora nabali nibonsi bali muri TV ya Hot TV, the only TV people love nowadays. Okay.
Hey, nago ke no ninche bono iga. Wewe usema gaki. Abana bo mu nguru ino tule chiseme cha Nairobi kurandie injili ya Yesu. Abantu ikabatoreke na kumumanya Nyasaye mono. Yes. Asengincho bona iburoti bwa Yesu Kristo bwabere irangi. Abantu bali bangoche ti kuru chinsemo mbalimbali igonde tukubatebi mobe yange mwe asinkoro cheino umanye nga o Yesu mwana Nyasaye wango iga egeture eri nkuvuga kere ekere gocha kuvuga nkayayo gocha kutoka kore. Exactly. Ekero gocha kuvuga nkayo konyorore. Veka chinkoro chinange mumanye nga bono Yesu ngangari gocha kuya baraba. Inje inere gasinge ndatokora ga Nyorobi. Niko enande chinsemo aina mbalimbali korandia abantu bomonene kubatenga Yesu ngangari gocha. Na injili ya Mungu haitasimama mbali, itasonga mbele. Yes. Ngonya kukwana igo timeti borobona kwanga ina ndete. Yeah. Mtoto wa mama kukurikundu nya ngainererie pi. Nane timeti ngote kori obokumane chimena ntake kori oborimo mwana ominto. No way tata kai. Kagocha ntebi kagocha. Nga yogocha mwana oyo minto yigocha kurugabu some way munamuganyete igatiko chemo one by one nango kobeka screen gabugo ebintu ngokora igongo china mete nwale usuno mete backstage akora aba prepared well na vere igo mwa Fenny Kerubo, she's in the house, lazima atakuja one by one na sisi hapa na ndego kubati sori ndio sikubodi umwese ko minto motele minto chireke ima ochire nkuma unobo kuba bochete nkuma ke ensengima mwana bakore kuma bayigota mwana minto kira to home and question wote kere kuma bori wate ngo kwandeli baga padai eke tora igure safari ya moteli ngeya chakrete iga nani nga yekeire nimne minto to kumanya kurwa sala egere to bwate maseye so kwenye wabwate kisi hot TV and you are getting me loud and clear karibu sana kwenye nyumba. I tell you tonight today ikiwa ni furaha Friday, mimi sina tu la ziada, mimi sina tu la kusungumza, nakwambia kwamba hapa uko na furaha peke yake, kwa sababu huyu dada yetu tumekuwa tunamtamani sana kwa muda mrefu, lakini vile yupo pamoja na sisi. So Mogetutu Fro ananiambia kwamba karibu sana. Stay tuned in, share the link with friends. Na mwana mtoto wade kadera chitaka chenja marieta agochoro ku chief commander ori ku mtoto wa mama mtoto wa papa ndume tena ningo. Okay, anyway. So yes. So watu wasiane mbali, unajua sitaki kuharibu tamu nende kwetera bosiga iga ndete ngitere munyu bwe kantike sukari ne wetera munyu kantike sukari, lakini ngo tena ki bwaterera gabo kema kabisa bwaterera so bwate chinkongonye chense awaso bwaterera shikilia tu hapo, don't move, useni mali popote, nakwambia kwamba everything is good, kila kitu kipo sawa. Dadangu anaenda tu kujiandaa kule, anaenda tu kujitayarisha. She must be in the house tonight and we must know this journey of music of gospel ilianzia wapi na amefikia wapi na lengo lake ni lipi. Okay, ikiwa tumo especially na sisi tu hapa, niwaambia kwamba mimi ni mwimbaji list, by the way, the imba mimi ni mwimbaji list, hata mtoto wa mama anajuanga mimi ni mwimbaji list. Nikiamua kuimba, yani nyote mtapaki tu huko nyuma na mnanishangilia. Waje siku moja mtoto wa mama, siku moja ndapasua ulimwengu, siku moja ndapasua ulimwengu. Waje kwanza dada yetu akuje hapa, as I'm waiting her. So my dear sister, if you're watching us, there's a link on the comment section. You can join us through the link as we want to host you one by one
tonight. It is your time 39 baada ya saa 3 Afrika Mashariki, tarehe 5 mwezi wa 11 mwaka 2021. Nakwambia kwamba kile kitu kipo shwari, kile kitu kipo sawa, na mimi hapa ni Nyapto Dennis, ama ukipenda niite Kukurikuntu, ukipenda niite Kurutu, ukipenda niite Kuntu, ukipenda niite the only Sudanese in Kenya. Yeah? The Africanity and the only black man ni mimi hapa peke yangu, najipamba mwenyewe na sura yangu hapa. So usiweze kuondoka mbali, hiyo tunategea dada yetu akuje. Sijamwona hapa. Aya, mtoto wa mama nikikocha hapa na yatoka hivi kuona ni kama huko kwa mlango ni yetu dada yetu. So usiondoke vile ulitoroka kaniacha studio peke yake. Sawa sawa. Haya. Kanyagotari lya bantu. Yani mtoto wewe. Na ndio hoteli ya bantu. Kanyagotari lya bantu. Anaitwa Egetinginye Machoka Kerubo kwabeka cyanga cyintambe. Kerubo kwabeka cyanga cyintambe. Onege tinginye Machoka. Oyagoro kurusi bosibori niko. Mwana cyo tabi good night kakitoresho umwana umuntu kakirusi bosibori. Omete no bwate fine yane. Ndane ko wake fine yane. Asenga njo kwanta bi good night iringo takesho. Time tinga ngayo watoka. Aye. Injo kwanera. Aya rusi bosibori ko kwanera mwino gaiga. Nondoche. Ngorote ngike wachi kwakora ngoti wakwameraga igatatu mwana uminto mwana. Bintu bya mbere baba. Wachi wakwama lakini ukore statue. Nyagari yango chimioro. Anyway. Okay. Alex Nyambane. Tebangu boya rirebuya. Wairirebuya kabisa. Na kiriaro korobire kuruga bwo nsemeyo. Ensemeyo agorobire buya. Embure yature nyerere ndroche Kristo otoira maseseni aramaya. Karibu sana sugiri abantu masugi maria na ndabuse kesunigo mwana mintu kago chege nyere kesunanki abusire. Kabisa. Wana kwa karibu sana. Karibu sana. Ngo sogeri abaminto omorogo bengiya. Wiki ya bere nentwereru. Omone no tolendire. Kitogo soana gosoka. Yes. No ndeime bakomweryo. Karibu sana abuse kesunaga abu umwana oyo minto ngotonyarega umwana ngotonyare mante next few minutes ekesuna kyabusu antirusi kugesieri egere kagochicha atare minto bire gwero oyo minte bunagocho minto Fenny Kerubo kago soime no tole amo bono tini kurara ndegerere kabisa nari natwarera ng'orio kwende kanisa nandi iritukuri rye Jumapili kabisa. That's what genda gukwana igo Ensi umukwani engocha asi we do talk. Ngocha rimo mukwana kunyure mukwani ngyo ta mukwana lia ngingo mukwano ni ngingo makara hello tuko pamoja tuko notora mwana mtu Alex Nyambane na tukura na mwana minto usina te mwana tukura ngotuko musiko minto na tukura moyi wekire gesieri tigara nywa mate mwana konyu agera ro simu ya kusatandere takorera kira
Lego mutare kode utukani gabu ne umuntu uze gutukani kuruga bunga yari. Mureta ngarato tsogere musoge Maria. Oyaro musani oenanda aro musoku. Why soka? Why soka bana? Why soka? Don't soka. Sisi tuko hapa. Everybody's watching you. Ndio tusoge musoge Maria. Igana ane tinga kitu tenga this well and good. Anyway, yeah. By the way, tunangoja she's coming. Kuna vile anaendelea kushughulikia katika hadi moja au mbili tatu nne tano, na tutakuwa moja kwa moja live and direct. Inakuwa na hapa GRDTC ananiambia kwamba leo mapema mbuya Stanley James ananiambia kwa 82 Air Force mambo iko shwari sana Stanley James, karibu sana ndani ya nyumba. Our dear sister, she's on the way coming, she's with us here. She's going to join us in the next few minutes. So akikuja tu hivi nikiwaambia mkae backstage, kitu itakuwa sawa mpaka time itakuwa ruhusu tena niwalete ndani. Prior ni matara omwana matara musinto matara na kibwa irire tata na ketwani etwani yaya to nangalia etwani my brother umete tone korara nyaro yigetanda kwa nangalia simba sije aya esimba ya baba na ki yani ngotore ndoji mna lya bakorobire yes chombe jeringire mario yerire ona teto soya gaiga ot TV turarango na kigo toterize karibu sana tata igoro gacho gansireri no ngaigwa chito kagenda gochi ngaigwa sire to chigoro bono mwana mindu ya igoro ngonare bungo manale dende na ngana goligi na kitoko dose ntonyore kende ko igoro ene ngaki ugo surprise kai tari sigwera ndi ngoto wale ngeto ango build bottoms mukaweka bottoms down ups yeah kai ko ina wana abana banuke kai igo kara kora iga aye plan kara sugera abantu basuke Maria tomanya go kora digocha aye stano make sure ko igure microphone yago ne camera umanya go swaga stano ningoje kitingo nyako konya kara sugera plan sugera abantu basuke Maria monguru na yari na monaye nchwangu karibu sana mwana minto insabe sogari abantu masoge Maria osabe numete ko saba masoge Maria yes okay nekibwairire nkolengi mbato iwete bale system bale Facebook bale all over actually show ngia twasomera manke about social life nende ngo bakirambia mono nende bia mono ase ugo support this show ene show ito nende ene omwana minto kuguro yes ekiaba kusito kuguro pamoja hivi we go up because go ikatobogorania magoko nende tobogorani chigurube erinde to songe essence mengi ya mami ko nyorore ere TV bone kyo ko nyorore TV bona bagotana ki inche brani omwana matara na renge show ye bone ko rokana ya guro ire ditu agotire bono igo bono yo tonye bwaterera abo abantu botonye support and then we grow together. Remember one thing, yes other communities they support their own and you can see they have their own TVs, so also let us support this and we'll go far and we encourage Nguru to bring more powerful people. We do publicity of this TV and you will be able to go up and up. Ekanisengia exactly anakuja ngochale anakuja igoromwa bato mutenda
Lero tubwate umusiko tire nkuma kuno kuma butete nkuma Ndo Fenny Kerubo. Otire umusiko kumete yani koko chikobone ki anomo gosi mumete nga Fenny Kerubo ngasi ni yani Mutera beke. Fenny Kerubo no mutera. Mutera beke kotera como ningu anjete. Koraiga. Amana prayer nimba siete bya sana. Asenge njonote moteri kigimo moteri mugaino no ikirega. Wikabona mbabeke suna mugani araragerega kuigotama kubareta nyumba muri amatoronge gusebono. Njina chiri lakini ni integerret. Bono to sio mirani. Get us one by one. Mtoto wa mama. Bono gaki mtoto wa mama. Bwatiri ko mtoto wa mama. I do. Tuwese kusuka kurugabo. Teto koraiga. Because bagani baga atire rikare abana to kweri chikoni. Amagani baragira ngoko kabise megongo batikari birenge gari be ngoko na no musori. Gusebono. Lakini manyaiga. I take you to chikoni. You eat the birenge. Teatro kumukwanya. Ngendo takire komanya. Tokora Magani kana koragira boka. Ikara kwani wa. Nakula na mgeni bana. Tokoraiga. Goikara mugeni arakwanywa arafu tato minto kurukwe kutwa atigare. Wanaiga. Ngwana nandeli paka diary wo kwa no mugeni. Kwarorire. Tokora mukwani tunaga na sikoni. Bona. It's okay. What's the numerator? You say hi only 30 seconds. Arafu roti muke baadaye no chungu kobono mugeni kara kode keke. Manu mabatiara kwa kobo mugeni ekara arageri ya kugana. Tunakoba mugeni wakati anaenda. Mwana mtoto wa mama ningoroti na kuleta bono gaiga muroche I don't know anatanya network ya stable like network my dear sister ki network temango vela buya nane wori lada ne clear bono tegere repi tegere repi GLGCV prayo jana ulienda kukamua ng'ombe yenye maziwa si unigawie huku kwa tena ng'ombe kukamuliwa jamaza. Anyway, I wanted to fanya hivi Alex Nyambane say high five to mgeni wetu ndocho ikire lakini ndoche kamera ya yara tubekire buya anaiweka Fenny kidogo akaigo asini tu nenga yago traba stable tigara liko wa akinchenge chamuriro ga rero kutoka nyitomo geni tiatana ko iririata kana ko iririata Namoita ananiambia kwamba inaki ere maiga abana ba minto ngere Namoita, how are you? Unaendelea kumaidia Namoita. Umenipotelea siku hizi. Anaitwa Namoita, tunajifunia our sister Fenny. Asante sana. Tuko siketeke makosa Fenny Kerubo. GRDCV anasema kwamba prayo jana ulienda kukamua ng'ombe yenye maziwa si unigawie huku kwa tent. Okay, watoto wangu unawaona tu. Asante sana. Ndio kwa network yani my dear sister Fenny Kerubo. Are you getting Fenny? Unanipata? Fenny, unanipata? Fenny, unanipata? Kwa kamera. Hayuko live. Eko kananda ngajikora ragira bageni bakora ragira maukwana. By the way, kara akiria mate igorore. Aye hesie muho. Mambo. Hesie, unmute your mic. I want to stano hakikisha everything is well there. So tunaenda kujaribu tu hivi. Nyani ngira bando chikoni. Onya ngira bando chikoni. Kama ningepeleka watu kitchen. Kaki I don't know. Sielewi. Anyway, Hesie, unanipata mtu wangu? Mtuamie. Ananipata? Hesie, unanipata mtu wangu? Muho, are you getting me? Nakwambia kwamba pizeti inawakilisha vizuri sana
loud and clear, inatupata loud and clear, ama sio watu wangu? Hapa iko. Amekuja sasa. Wote nione kama Sister Fenny Kerubo. Yes. Okay. Nasa tunapatana. So, before nifukuze watoto kwenda kitchen. Kabla nifukuze watoto kwenda jikoni. Alex Nyambane, salimia mgeni wetu. Ewa gatebire na before abantu batagenda jikoni. Ngori olengo trasabera. Prani matarabona olengo ratusabira kwanza. Sabira ngo bono. Prani matarabona. Nyoneke bungo nimbanyete. Tiansabe. Aye bono. Ekurutu. Tingunyara go sabake kusiti ansabe gezongo. Let us pray. Almighty Father, we have come upon to this evening. We thank you. We thank you for everything. We thank the Kisi Ot TV for this presentation and also the live discussions. We thank for the invitation of our sister today, that is Fenny Kerubo, our singer in the Orovo Mugusi community. As we are going to hear what Fenny is going to tell us, Father, I know it will please us and it will grow us together. As we are going to approach for the Sabbath, I know we are going to succeed and you have a plan for us. We as youth, we are in your hands. We pray and trust in Jesus' name. Amen. Amen. Matara. Amina. Songe kia. Sema high 5, salimia mgeni nikikutoa ukienda. Tungoje time yenye tuonge. High 5. Tuende jikoni. High 5. Anyway, I love you guys. Mimi nawapenda nyinyi wote sana. John Omwana, I see you. I love you. Thank you. Alex Nyambane, Preni Matara, Hesie Muho, akina mtoto wa mama. Mimi nawapenda sana. You know, kila nyinyi atungekuwa hapa. As obvious tunafanyanga. So ni ruhusu tafadhali because of the network. Na because of the time. Mniruhusu tu nilete dada yetu hapa tushirika moja kwa moja. 2 kwa 2. Baadaye nampatie nafasi kuzungumza na yeye. Akimaliza tena tunaendelea tu papa hapa. Niko na wageni wengine kwenye studio. Papa hapa saa hii. Niko na wageni wengine kwenye studio. Kwanza tutaendelea baadaye. So niruhusu nimlete. So I hope Brian umesema high 5. Ukienda. Brian sema high 5 na ukienda. Asante sana. Like that kwenye backstage. Alex Nyambane, salimia mgeni. High 5. High 5. High 5. It's okay. You get it there at the other side. Now, Esie Muho animita mic mtu wangu. Esie Muho animita mic. Fungua microphone yako mtu wangu. Animita mic nasema high 5. Esie Muho, brother, say high 5. It's okay. John Mwana Onka. Mwana Obaba JK JP aka Cynthia. Mambo, John. Okay. Asante sana. Patana wakati. Now I am mtoto wa mama. Karibu sana. And karibisha mgeni tunapoenda kwanza. Marikia. Hello. Marikia. Mtoto wa mama nakuona. Mbora asontigete no manyeta asontigete. Ni mata sole ni manyete. Mimi ndonga babere buya. Mbore sere we nyo tomera fea na kwamire. Afea Jumatatu. Ya. Tikoma ganara ati Jumatatu. Jumatatu ya ajira. Okay. Ya, de maralia. Mwana mama. Mpaka Jumatatu.
Vumilia mpaka Jumatatu. Maambilio ka 2 days. Na akirire. Ayo mwana Kiraigo. mama. Atabione. Njatini kukwana. Mtoto wa mama anaditoa kukaribisha magani. Wana lene kana tikoni, nikanywa sibi vikombe, kana kwa Tigarabu. Kana kwa sibi vikombe mwana minto ngochore padaye. Thank you very much. So from here, at the comment section, I want to see you. No camera yet clear. So let us, as long as we hear the voice, I hope now I'm quite stable. As we are getting us loud and clear, kuruka watu wote chama managoba. Karibisha dada yetu kwenye nyumba, ande unajua kama kawaida mgeni akirudi lazima na ngokobu wale mugani ngocharo kobu, so ngote ngone kitoko kobu mugani padaye. So Nyamuita anakuona pale, Winnie na Kombaire, I see you. Anyway, karibu sana dada Fenny Kerubo. Twakuga nyerega iga. Karibu sana. Na kibwe Fenny. Nashukuru Mungu kwa ngirire bya. Nyasaye no mwegeno. Yes. Karibu sana enero kisi Hot TV. Karibu sana, karibu sana. Twakuganyire baba. Yani se tukwa tukuganyete kikimo kabisa iga bono twa wena. Kuna nche naba bya moyote mane igu well and good. Anyway. Nashukuru naikire. Bone gento kia mana no goikana na nyori lakini nimefika. Nashukuru Mungu. Exactly. Karibu Yeah. sana. So, mpenzi mtazamaji, sijui tutumie lugha gani, which is the best language tunaweza tumia. Wale watu wangu akina Wili Kenya, kama wawezi nipata kwa hii lugha tafadhali niwe radhi kwa siku ya leo tu peke yake na kwa masaa machache tu. Lakini kwambia siku zingine tuko tunapiga tu Kiswahili kama kawaida. Wale watu wengine wa nguvu kutoka Tanzania, kutoka all the way from Uganda, from all the way Central, akina Pius, ya tu mtatuia radhi, tutapiga tu kikese kidogo tu, tuchanganye kiasi, and then Nyamuita amesema tutumie Kizungu. Amtepua connect of English, tafadhali Nyamuita. School fees wangu nitamwendea shule nilete. So tafadhali niwe radhi. Anyway, so kama unanipata loud and clear, tunataka kuanza safari moja kwa moja, safari ya uimbaji kabla hata na kutaratamba. Alianza vipi safari ya uimbaji na kiasi kitobo Terry Wae na maana ambapo amefikia, amefahamika, ni muimbaji amefahamika katika dunia kote. Na ni muimbaji ambaye anaheshimika. Dada yetu Fenny Kerubo all the way from Rira Bariagusi, tunajivunia dada yetu. Asante sana. Asante sana. Dada Fenny Kerubo, now I think you are comfortable, you are very, uko sawa sasa. Hakuna mtu asikutishe sasa, uko nyumbani. Yeah. Niko home. Nashukuru sana, nashukuru kwa majina ni Fenny Kerubo. Mimi nakupata vizuri, sijui kama unanipata. Network yako inakatakata tu kidogo. Sijui kwamba anyway, niwe radhi kidogo tu. Kwa upande wangu nakupata vizuri sana. Okay, it's okay. Naam, tuanze kwa majina. Sijui kama unanipata vizuri, maana mimi hapa mimi nakupata vizuri. Sasa nakupata labda. Mimi naitwa Fenny Kerubo, majina ya kuzaliwa. Majina ya kuzaliwa na majina ya kitambulisho ndo haya. Yes. Dada unatokea sehemu gani? Uimbaji wa nyimbo za Injili. Tunakujua dada Fenny Kerubo. Iko nkuru jinsi ya macha Nyamira. Nyamira naongi boire. Ande tinji etiare kankanyora naende bono. Ande nkanyora kale ikuti Nyamira bado. Inje nimbwate family, nimbwate abana bange kabisa, nimbwate omugaka oyolesa abana. Abako nora abana batabwati isomo nyete. Nimeambiwa tutumie Kiswahili. Na music. Sababu ya mashabiki wako pia wamesema tafadhali tumia Kiswahili. Tusiwache nje. Tutumie Kiswahili tu. Haya basi naweza anza
Majina ni Fenny Kerubo. Tusiwache nje jamani. Tusiwache nje jamani. Nasema kwamba majina ni Fenny Kerubo. Mwimbaji wa nyimbo za Injili, natokea sehemu za Nyamira County. Lakini makao yangu naishi Nairobi. Nina familia kubwa sana. Ninao watoto pamoja na baba yao. Nilianza kuimba nikiwa mdogo sana, nikiwa Sunday school. Albamu yangu ya kwanza nilitoa 2005. Kutoka hapo mpaka sasa niko na albamu 8. Hii safari haijakuwa rahisi, safari ambayo ni milima na maponde, lakini hatuna wasiwasi, lazima tukaweze kuifanya kazi vilivyo. So dada yetu Fenny Kerubo, naona nataka tu tuanze moja kwa moja, mawili kwa matatu, tukiweza kujua kwamba safari ya kuimbaji, ikiwa tu umetuambia kwamba katika mwaka wa 2005 ndio ulianza kuimba katika albamu yako ya kwanza, lakini hatuna tuanze hapa tu. Katika familia yako wewe umezaliwa wangapi? Kwa maana kuna watu wanatamani sana kujua kwamba wewe ni public figure, kuna watu wanataka kukufahamu zaidi ya jinsi ambavyo wanakujua na uimbaji. Nimezaliwa kwa familia ambayo inamjua Mungu. Nimelewa katika kanisa. Mimi ni mtoto wa 7 katika familia yetu. Na zaidi ya hayo tuko waimbaji kama 5 kwa familia moja. Nashukuru Mungu kwa hiyo neema na kibali. Hilo ndio swali umeniuliza. Niulize lingine tena. Mimi mtoto wa 7. It's okay. Mtoto wa 7 kwenye familia yako. So katika mwaka wa 2005 ukianza kuimba, na msimu kwamba ulikuwa mtoto, ulianza ukiwa na miaka mingapi labda? Sunday school nilikuwa mtoto mdogo sana, lakini nilifika mahali, nilipofika standard 4 nilichaguliwa kuwa choir mistress. Standard 4 nikatunga nyimbo, tukarekodi kama choir 2000, yani kama choir. Nikifika standard 8 tukafanya recording nyimbo 2, yani album 2. So album yangu ya kwanza kabisa ni recorded 2005. So uimbaji wangu ulionekana nikiwa mdogo. Ila hali sikuwa najua ya kwamba mimi ni mwimbaji. Nimekuja sasa kujua kama mimi ni mwimbaji wakati tumerecord album 2 nikiwa chini ya kanisa kama choir mistress nikiwa darasa la 8. Naam. So katika hiyo hali sipendi ni ulize sana, lakini bado uweze kuzungumzia sasa hivi. Umesema kuna albamu kama ngapi? 5. Nataka tu uweze kuzungumzia katika albamu ya kwanza 8, albamu 8. So nataka kuzungumzia katika albamu ya kwanza, katika safari yako uimbaji, na kuzungumzia albamu ya pili, hivyo tukiendelea kusonga, kwa maana tuko katika ile kapra watambe na kutaratamba. Walianzia katika sehemu ipi? Mlianzia katika level gani? Na kisha baadaye sasa hivi katika kiwango fulani ambacho unafahamika. Ni vile nimesema kwamba albamu yangu ya kwanza nimetoa 2005, ilikuwa imechanganyika Kiswahili pamoja na lugha ya mama. Lakini haikufanya vizuri ama haikufikia watu vizuri. So albamu yangu ya pili ndo nilitoa 2010. Ilikuwa inaitwa Omoyone ama Batinye Maliwa. Hiyo ndo sasa ilifungua milango, neema ikashuka. 2011 nikatoa albamu yangu ya 3 ambayo ilikuwa inaitwa 666. Albamu ya 4 nikatoa 2012, ilikuwa inaitwa Mwarembe. Albamu ya 5. Albamu ya 6 Come to Me. Albamu ya 7 Kongara, na albamu ya 8 ambayo imetoka
imetoka 21. So kuna nyimbo natoa baada ya mwaka moja, zingine zinaenda baada ya miaka miwili kulingana na ujumbe ambao uko katika hizo nyimbo. Kufikia sasa nimesema kwamba nina album 8. Yes. Okay, kianzia katika hizi album zako, hakika ni wakati ambapo ulikuwa umeanza kutoka chini, na kuna baadhi ya, kama kuna wale mashabiki wako ambao walikuwa wamekufuatilia na kufuata kutoka katika hizo enzi, katika siku za nyuma, kuna wale ambao wanaweza kumbuka mawili matatu. Kwa mfano ninataka kujua kufahamu hii album ya kwanza ulianza kuifanyia video, kwa maana nakumbuka kuna video niweza kuwa natazama nyimbo zako, kuna zingine ukianza kufanya video ya kwanza kabisa ukiwa umekanyaga chini, nakumbuka vizuri sana. Labda hii ukiwa unaimba album ya kwanza, kama ya kwanza hii kuweza kufahamika, ya pili, ya tatu, ya nne, tano mpaka kuja kufahamika, labda ni nini hapa kilikuwa kinakupatia motisha so that ulikuwa unajipatia moyo tu kila siku? Huwezi kusema kwamba kama nilimba ile sasa kuna hata mmoja ninajulikana sinienda nikaa. So how come kwamba ulikuwa unajipatia, yani unaenda tu mpaka ukakuja kufahamika? Tuseme, unajua mtu ukiwa na mwito ni vigumu sana kukata tamaa. Kenye nilifanya tu ni kusema kwamba nakuwa na challenges mingi. So inakuanga ngumu hata muziki yako kufikia watu wengi. Lakini hata hivyo nilipata mtangazaji kwamba hii wimbo umeimba ni nzuri, lakini aenda tu tena ukaimba nyimbo zingine. So kuna mawaidha walinipatia, na kwa kweli nilipoyafuata niliona change kubwa sana. Hata hivyo sikufikiria kwamba ninaweza kata tamaa ya kwamba haijafanya vizuri. Manake mimi si kufanya biashara, siko katika business. Unajua mtu akiwa katika business asipofanikiwa anafika mahali anakata tamaa. So mimi si kwa biashara, ila nijua ya kwamba hii message itafikia watu wengi kwa wakati wake. Mpaka sasa mahali nimefika, kwa kweli sitasema kwamba nina struggle for now. Wimbo ikitoka unapata by tomorrow iko katika station zote. So nashukuru Mungu, maana yake mtu akianza lazima aanze na chini ndio akaweza kupanda juu. Naam. Asa katika hizi nyimbo zako, wakati ulikuwa unaziandika, katika enzi hizo, ulikuwa unaandika nyimbo zako kupitia kwa njia gani? Labda kuna mtu anasema kwamba nikilala nizaandika wimbo kutoka kwa ndoto, kutoka kwa kusoma maandiko na kwa kufikiria tu. Hasa nyimbo zako mingi ulikuwa unaziandika kutokana na kuhusiana nini? Kuna zile unaweza imba kwa kuangalia. Sasa kama saizi dunia mahali imefika, kwa kweli imefika mwisho, imefika ukingoni. Ukiona yale ambayo yanatendeka, unasema kwamba dunia kweli imefika mwisho. So kuna yale ambayo tunaona haya tuko tunayaona hapo awali, inabidi utunge wimbo kulingana na majira. Na kuna nyimbo zingine zinakuja wakati umelala, inakuja kama ndoto. Gija kama ndoto, hapo ndo unaamka, unaandika ama unachukua hiyo sauti, unaidub ama una record. Kuna nyimbo zingine pia, yani tuseme ni majira tu, na kuna nyimbo baadhi ya nyimbo zingine unaona kwamba kuna ile hali mtu anapitia ama upitie kipindi fulani. Unachukua, yani inabidi tu kaweze kutunga wimbo, na unapotunga wimbo unapata kumbe haikuwa utunge wimbo yako, bali ilikuwa ni ujumbe ulikuwa umepewa kwa sababu ya watu wengine. So kutunga nyimbo zinakuwa ni njia mingi, hautakuwa unaota kila siku kwamba nyimbo umekuja. So kulingana na majira nyimbo zinakuja kulingana na
na majira. Yeah. So leo lazima sasa hapa maswali tunatirika tu hivi. Okay, labda kabla kuna baadhi ya maswali niko nao mengi, lakini sasa utaniruhusu tu tuulizane tu maswali hapa na tufahamu moja kwa moja, na ile swali ambalo mtazamaji labda shabiki wako alikuwa anatarajia kujua kutoka kwako. Katika hiyo safari ya uimbaji, kuna baadhi ya uimbaji wanasema kwamba mimi nataka kuwa mwimbaji, niimbe kwa sababu ni kutafuta pesa. Mwingine anasema kwamba waje mimi nikaimbe kwa sababu kuweza kutafuta ile fame, niweze kujulikana. Mwingine anasema kwamba mimi nataka kuimba kwa sababu yani mimi moyo wangu unasukuma kwamba niweze kuimba. Sasa wewe, ni kitu gani kikuvutia katika hii safari ya uimbaji? Nasema kwamba sikufutiwa na chochote, maana nilikuwa ninapenda uimbaji nikiwa mtoto. Nikienda Sunday school lazima nikaweze kuandika kakaratasi itumane pale mbele nikaweze kuitwa. So tusema kwamba hakuna kitu kilinifutia, lakini nilipata kwamba nina mwito. Nataka kuimba nijulikane, nataka kuimba ni yani unaelewa, sijui ni jina watu hakuna hata kidogo, sababu nimekuambia kwetu kuna waimbaji 5. So ni kipawa. Anyway, mtazamaji wa Kristo Hot TV, tuko na moja kwa moja na dada yetu ambaye anajulikana kama Evangelist Fenny Kerubo. Nakwambia kwamba yupo kwenye nyumba. Baadaye nataka kupatia uende kumuuliza maswali baadaye. Lakini kwa sasa tunataka kufahamu moja kwa moja na nikwambia kwamba kabla watame na kutaratamba, safari yao ilikuwa vipi, walianzia wapi na waliweza kufikia wapi? Walifanya nini ndio kwanza kufahamika. So dada yetu Fenny Kerubo, katika safari ya kuimbaji na jinsi ambavyo ulikuwa umeanza kuimba tangia wakati huo mpaka wakati huu na mbali ambapo umefikia, labda ukiwa umeanza ukiwa mtoto pale, ulikuwa shuleni pale katika darasa la 4, ukiwa bado unasoma, kuna baadhi ya wazazi walikuwa wanachukuliwa sana swala la masomo kwa kipao, kuweka masomo kipao cha mbele kabisa kuliko katika ile talanta ya mtoto ama mtoto anaweza kuwa nayo. Labda wewe katika hii safari ya uimbaji wako ukiwa mdogo, wazazi wako walikuwa wanachukulia vipi ili swala kutokana na uimbaji wako, ama community pale nyumbani watu walikuwa wanachukulia vipi katika swala lako la uimbaji na ukiwa mdogo? Wazazi wangu walipenda sana, sababu babangu alikuwa anapenda uimbaji sana. So akiona, alipokuwa anaona naimba na sio mimi peke yangu katika familia yetu, alikuwa anafurahishwa. So babangu alichangia pakubwa sana kunipa moyo kwa kila ambacho nilikuwa nakifanya. So sikuona vizuizi yoyote kutoka kwa baba ama mama kusema kwamba sitaki ama haitawezekana, bali walinitia moyo wakaniambia kwamba endelea. Nimeweka hapo Walikuwa wanaelewa kwa sababu babangu alikuwa mtangazaji, so kipawa kingine kimetoka kwake. Kwenye comments sijui kama unanipata okay. Katika safari yetu unajua kuna kabla sitafika katika hivi sasa. Yes, naam. Asa nataka tu tunaangazia katika mara ya kwanza kabisa na uimbaji. So unajua kuna baadhi ya katika mtoto akiwa na talanta, kuna ile nasema kwamba sometimes inakuwa vigumu sana kuweza kugundua talanta ya mtu ama ya mtoto wako. Naona kwa network pale inazungua kidogo, tukienda kumngojea aweze kurudi. Nilikuwa nimeona Dani kilika pale nyuma ya tent na kuona pale sehemu huo na kuona pale Plan Matara. Shikilia pale naomba kwamba nafasi yenu inakuja baadaye. Nafasi yenu inakuja baadaye ya kuweza kuulizana na moja kwa moja. Naona pale watu watazamaji wengi, naona pale. Hapa naona network yake inaenda tu kidogo mdogo lakini ile niruhusu tu. Anaitwa watoto endeni jikoni kung'ang'ania masufuria patichungeni prayo asiepe na sufuria. Prayo watu wanakuonea. Judith Mbanda anasema kwamba habari Fenny.
Nyamoita ananiambia kwamba tumia Kizungu, asante sana. GLDGV anasema kwamba karibu sana mgeni na kusubiria hapa hadi mwisho. Dorothy D anasema kwamba welcome back Fenny, karibu sana. GLDCV7 anasema kwamba tumia Kiswahili bwana, nishatumia Kiswahili. Win Ombaida ananiambia kwamba watoto hawana papa, it is so challenging. Emmanuel Bound Richard, I love you Fenny for our best songs, keep it up my dear sister. I'm Apostle Emmanuel watching from Narok Town, asante sana. GLDCV anasema kwamba napenda sana ile wimbo ya Daniel kaonyeshwa, asante sana, thank you very much, asante sana. So nikiweza nikirejea kwako, najua kama na mashabiki pia kuna maswali ya kuweza kukuulizia mengi tena zaidi, na mtu kuna maswali mengi ya kuweza kukuuliza. So katika safari wewe unaimba, so hii nyimbo zako ulikuwa ukiimba pale kwa studio, nani alikuwa anagharamia labda katika uimbaji wako kuripia kwenye studio huo, nani alikuwa anakuripia by the way, how come, ama ulikuwa na njia kupata pesa? Nashukuru Mungu kwa sababu mume wangu ni mtu ambaye amechangia hii safari pakubwa sana. Tangu nilipoanza kuimba mpaka saa hii ako na mimi, na yeye ndiye tuseme amenipa moyo mahali nimefika, na amechangia pakubwa kwa upande wa fedha. Mpaka saa hii naweza sema kwamba Mungu amenikumbuka na amefungua milango mingine. So yeye ndiye amekuwa msaada mkubwa kabisa kufika mahali nimefika, kuona kwamba nimetoa wimbo, nimefanya kile nilikuwa nafanya. Nashukuru Mungu maana Mungu alinipa yeye na alimpa mtu ambaye anaelewa na analea kipawa changu. Yeah. Labda video yako ya kwanza ulifanya lini, na ulifanya lini video ya kwanza, mwaka gani uliofanya? Nilifanya video yangu ya kwanza nilifanya 2005. Hiyo ndo albamu yangu ya kwanza kabisa. Apart from za kanisa. Hiyo ndo ilikuwa albamu yangu ya kwanza 2005. So kifanya hiyo hesabu naona ni zaidi ya miaka 15 kwa sasa. Naam, karibu 16, due to 2021. So tuseme kwamba umesema kwamba mzee wako ama mpenzi wako ndiye alikuwa anakushughulikia katika kifedha. So hii hapo natumiona kwamba hii video yako ama album yako 2005, kumaanisha hii ndio wakati alianza kushughulika na wewe hata kabla haja kuoa ama vipi? Hapo ndio mimi sijaelewa mtu wangu. Hapana, tayari nilikuwa na mtoto mmoja. 2005 tulikuwa tumeoana tayari. Yes. Well. 2005. Sasa kufikia sasa hivi mtoto yupo na miaka karibu na 16 hapo 17. Kwa ndoa niko na miaka 18 sasa. Kumbe wewe ni mama yetu hapa hatuonekani. Mimi ni mama. Nikula vizuri na kwa ndani ya Yesu mambo yanakuwa shwari. Okay. Kuna zile baadhi ya nyimbo zako ulishoot ukiwa umekanyaga chini. Hasa ulikuwa unaangazia nini? Ndio nataka kujua leo, kwa sababu wakati pia nilikuwa mtoto, nakumbuka nilikuwa mtoto, nilikuwa nasoma na nilikuwa nafuatilia sana nyimbo zako. Nikaona kwamba unashoot nyimbo kama umekanyaga chini. Na nilikuwa najua kwamba siku moja nitaweza kufahamu mbona ulikuwa unafanya hivyo. Wakati tuseme nilianza album yangu ya kwanza 2005, nilikuwa chini sana kusema ule ukweli. Na hata nguo zenye nilifanyia video ya kwanza niliomba hazikuwa zangu. Sasa kama niliomba nguo, viatu ningepata wapi? So nashukuru Mungu kwa sababu mahali nilitoka na kwa sasa tuseme ni hatua kubwa sana. Kuomba nguo na kiatu sikuwa nayo. Lakini leo niko nayo. Umeshtua bana, hapa nimeshuka kidogo. Leo niko nayo. So hivyo ndivyo ilikuwa. Si kuwa nayo. Bana. Okay.
Nadhani sana mtazamaji ushapata jibu kama mimi. Hakika leo moyo wangu umeridhika, nishajua sababu ambayo ilikuwa nafanya wakati ulikuwa umeshuti nyimbo zako kama umekanyaga chini. Leo sasa nimeridhika na kwamba kuna hatua hadi hatua nyingine. So katika hii miaka ambayo umekaa katika uimbaji na umeweza kufanya nyimbo 2, 3, 4, 5. So kuna baadhi ya vitu mingi hapo nimeruka hapo katikati kwa sababu ya muda na singependa kukuweka sana. Najua kwamba miaka katika maana saa 4:24. Tafuta network vizuri, sijui kama inapa. Naona hapa umekwama kidogo, na hope kwamba network itakuwa sawa. So kama uko na swali lolote la kuweza kumuuliza, yuko hapa tu. Baadaye nitamwambia tu hapa. Hata mimi kuna hizi nyimbo zake sometimes. Kuna hizi nyimbo zake ametoa hivi ma latest. Hizi nyimbo zake hizo kuja kutumia yeah, ziko sawa, message iko pale. Prayer ninakuona pale na mtazamaji. Vile tu feel free. If you have any question to ask, I will give you the opportunity baadaye. But mimi wali kwa sasa hivi nataka tu kusikiza tu kutoka kwake, naona asharejea. Anyway, so dada yetu Fenny Kerubo, katika hiyo safari ya kuimbaji na katika hiyo video hiyo mara yako ya kwanza, kuna pati ya vitu mingi ushapitia pale. Kuna pati ya maneno mengi yashatokea pale. Labda hii kitu kwamba mimi kama mshabiki wako kulingana na kivyangu mimi. Kuna vile kwa nasema kwamba Fenny Kerubo hakika vile anafanya nyimbo zake, alikuwa anafanya kulingana muziki wake, alikuwa anafanya kulingana mtindo wa Rose Muhando ama kulingana na Douglas Otiso. Hiyo ni kulingana na mimi. Ni ukweli kwamba ulikuwa nyimbo zako vile ulikuwa unazifanya katika mara ya kwanza kabisa. Ulikuwa unafuatilia katika ile katika mtindo wa Rose Muhando ama wa Douglas Otiso? Tuseme Douglas Otiso wakati anatoa albamu yake ya kwanza nilikuwa nishatoa wimbo. Lakini mambo na Rose nilikuwa napenda uimbaji wake, so inawezekana. Yeah, inawezekana. Lakini sasa uimbaji wangu kwa sasa ukiangalia nyimbo nyingi unaweza pata ninafanya kwa njia tofauti. Kuna ile nafanya worship, kuna ile nafanya kwa mtindo wa tuseme south. So depends, lakini sifanyi yani sifanyi nyimbo kwa style moja ama mtindo mmoja. Huwa napenda kuchanganya zote. So kama kuna mtu mmoja amesema hapo, kama anasema kuna ule wimbo ambao wangu anapenda, anasema Daniel Kaonyeshwa. Hiyo ni wimbo ambao unaenda taratibu sana kuliko nyimbo zote zile zote ambazo naimba. Yes, kusema kweli Fenny, dada yetu Fenny, mimi kama shabiki wako na kufuatilia, ilifika tu labda tu mtindo wako ukabadilika wa kufanya nyimbo, ulibadilika na jinsi ambavyo ulikuwa katika mara ya kwanza. Vilikuwa unafanya nyimbo zako mara ya kwanza na sasa hivi unafanya nyimbo zako, unafanya sasa hivi nyimbo. So tunaweza sema kwamba hii jinsi ambavyo unafanya hizi nyimbo zako hivi siku hizi ndio imeweza kukusaidia na kuweza kufanya ukafahamike katika mataifa na nchi zingine kuliko katika ile mtindo ulikuwa unatumia katika awali. Tuseme kufahamika haikwangi kuimba kwa mtu ama kufanya vizuri. Kwanza kufahamika kama kujulikana inaitwa neema ya Mungu. Kwamba wacha niimbe hivi. Ya uwezi sema kwamba wacha niimbe network pale inazugua kidogo, ndio kama tarudi. Emmanuel Bound Richard, na mbona Fenny umeamua inategemea na ile inategemea na ile message ambayo niko nayo. Ninaimba wimbo kulingana na message ambayo niko nayo. Nikiwa na ile message ambayo ni sensitive sana, inabidi niende taratibu sana ili hii message ikaweze kusikika vizuri. So inategemea ni wimbo gani niko nao ama ni message gani niko nayo. Lakini kwa upande wa kujulikana, hiyo inaitwa ni neema ya Mungu. Yes. Naam. Niko karibu kwenda kumalizia, nikupatie mtazamaji kama kuna swali. Kwa sasa umefanya kwa ngapi dada yetu Fenny Kerubo?
Nimefanya korabo zaidi ya 10 kwa sasa. Kuna ile korabo nimefanya na Darusi Muhando. Nimefanya naye nyimbo 3. Na kuna ile korabo nilifanya na jamaa mwingine anaitwa Tumaina Kilimari. Pia huyo jamaa ni Mtanzania. Na pia kuna korabo ambayo nimefanya na Mtanzania ambaye anaitwa Anointing Esau, haijatoka bado. Kuna korabo iko jikoni from Zimbabwe ambayo tunaendelea kushughulikia kwa sasa. Na nchi yetu ya Kenya nimefanya kolabo na watu wengi sana, makabila mbalimbali, Wakale wakiwa ndani, Wakamba wakiwa ndani. So nashukuru Mungu kwa hiyo neema. Nimefanya kolabo nyingi na nyingi ni zile ambazo hazijatoka. Hasa hapo umesema kwamba kolabo umefanya na Rose Muhando ni zaidi ya nyimbo 3. Yeah. Mbona nyimbo tu ni moja naona watu wanajua, nyimbo tu ni moja watu wanafahamu, ama zingine pata hazijatoka? Hapana, zimetoka 2, moja ndo bado sijaiachilia. Kuna ile moja ambayo inaitwa Nyamanza, kuna ingine inaitwa Neno. So depends ni gani ile ambayo wanajua, lakini moja kabisa ambayo ni worship haijatoka, sijaiweka kwa mtandao ya. 2 ziko YouTube. Okay, sasa nimeona katika mataifa ya nje umefanya kolabo na wasanii wale wakubwa. Hasa tuanze katika safari ya Rose Muhando. Ulipatanaje na Rose Muhando na hakika ulikuwa na hatua gani katika ndani yako? Hebu tuambie safari hii. Nasema kwamba Rose Muhando akiimba nilikuwa napenda uimbaji wake kama sijaanza kuimba bado. Nikasema siku moja tutakutana, lakini sikujua ni siku gani. So nimeenda studio kurekodi, tukapatana hapo. Kupatana hapo nikajua nikapata kwamba ananijua. Kuna ule wimbo wangu unaitwa Come to Me ama Success na Kongara alikuwa anajua. So wakati producer alikuwa anafanya introduction, nilipata akiimba hizo nyimbo zangu. So ikawa rahisi sana kufanya korabo pamoja naye. So huyo ni wa kwanza. Kuna mwingine anaitwa Kimari. Anaitwa Kilimali. Kilimari ya. Kilimali. Ndio nilifanya naye wa kwanza kabla ya Rose. Rose ni wa pili sasa. Yes. Kupatana kwako na yeye kulikuwa vipi? Ilikuwa ni mkutano, tuliitwa tukapatana hapo tukajuana, kaona naimba. So tukaamua kufanya collab pia. Kabla sijaelekea kule, unajua maswali yangu yako mengi na tulikuwa tunataka kujua kwamba kwa kifupi tu ile safari ambayo jinsi ambavyo ilikuwa umeanzisha ambayo ambavyo umefikia na tuweze kutarajia nini mbele. Hivi tumeweza kuona kuna baadhi ya nyimbo ambazo ziweze kuweka tu mbele. Hiyo Yora Kongara ni wimbo ambao uweze kuweka katika kiwango fulani. Hakika ukiandika huo wimbo katika Kongara, nini kufanya mpaka ukaandika wimbo Yora Kongara? Nilipitia kipindi kingine kigumu sana. Ambapo majaribu yalikuwa mengi sana. So nilijitia moyo katika wimbo sema yangu kwamba mimi ni mshindi. Lakini wimbo ulikuja kunihudumia. Huo wimbo ulikuja kufanya vizuri mbele wakati babangu ameaga. Okay, all right, asante sana. Naona hapa anaitwa by the way nitapatia link pada interview 3 minutes tutakuwa tunapatiana watu waweze kuja wauliza maswali mawili matatu. Emmanuel Richard na mbona Fenny umeamua collaboration na watu sana kuliko mwanzoni na unajifaidikaje na Rose Muhando juu mko naye sana na do you really believe that Muhando ameokoka kabisa? Okay, unaona hapa
Kuna hapa mtu anakuja kuchaji. Anyway, Emmanuel round Richard, kwani Rosi ndio ameona pekee? Kuna kitu naona ujui, fuatilia mtu ushuhuda wake ndio mseme juu, watu ufuata tu fununu, ili hali nyuma ya mtu huyu aujui anayopitia. Emmanuel Bound anasema kwamba na mbona umeaja kuimba Kikisi juu I love lugha yetu sana. Atakuwa anajipiwa baadaye. Mr. Jenkins Red, Mr. Chairman wa team comment kukurikuntu mambo poa sana. By the way, allow me and help me to share the link with the friends. Just invite friends, wambie kwamba you know guys, kukurikuntu is in the house. Kuna ponge la show kubwa sana. Mgeni wetu, mgeni mheshimiwa, mgeni mtarajiwa, mgeni wetu mtajika, ambaye ametamba sana, ambaye ametamba katika ametamba sana na zaidi. Naona hapa shanda kwenye studio zetu, kama atarejea baadaye, and if you are getting us loud and clear, nitakuwa narejea baadaye. Na hii ni katika ndani ya Kisii Hot TV, kupatia kwamba tuko moja kwa moja katika sehemu za Kisii Town, katika majengo ya Hema Hospital, and if you want to join us, get us well and good. Baadaye atakuwa tuambie wapi unataka tupigie freestyle wa wimbo gani. Amefanya nyimbo mingi sana, hasa zaidi nimependa sana nyimbo zake. Nimependa tupigie nyimbo gani katika freestyle niweze kujua comment yetu kwenye nyumba. So hapa anajua kwamba atarejea in a few minutes, atakuwa anarejea katika muda usio mrefu. Na kama kuna swali lolote ile ungependa kumuuliza, tutakuwa tunapatia link baadaye uweze kumuuliza. Usiogope, wewe njoo hapa uweze kumuulizia, tuweze kufahamu mawili matatu. Baada ya safari ya uimbaji tumefahamu mawili matatu. Najua kwamba kuna baadhi ya yale ambayo tumekuwa mkisikiza kutoka kwake, kuna fununu ungekuwa ukisikiza kutoka kwake. Sasa vile au kuna nafasi mura kabisa ya kuanza kumuuliza kwamba hiyo mbona imekuwa tu hivyo, mbona hayo mkiwa ukisikiza kutoka kwake. So nitakuwa nafanya nini? Nitakuwa nakupatia na link baadaye akirejea hapa. Naona Padani Kiriga yupo hapa, Brian Matara yupo hapa. So akiwa amerejea pale, nitakuwa tunamleta moja kwa moja dada yetu Fenny Kerubo. Naona kwa na network inamzunguka kidogo, lakini akiwa amerejea tutakuwa tunamrejea na tutakuwa tunamrejesha hapa. Kama kuna swali kumuuliza, tutamuuliza baadaye. Na kwa tetezi ambazo zinatendea ziko zimetembea hivi karibu hivi chuze tu. Ndio kufahamika kwamba aweze ku clear the air, kwamba iweze kuwa sawa. Sijui kama yeye anafahamu hayo. Richard nakuwa napasema good evening Fenny Kerubo, good evening to you. Rafael Nyakundi anazungumzia kwamba na watu ime karibu sana miesho. Pongera show kubwa sana. Na pa Dani Keriga is on this side. Dani. Kukurutu. Oh. Liole. In the well and the good. Siku hizi sisikiangi Kiswahili vizuri. Utarudi shule ulete school fees wako. Kwa maana uliuza school fees shule. Okay, habari ya kushinda anyway. Mnaendeleaje humu ndani? Hapa tuko well and good, tuko poa sana. Nilikuja kuwatembelea nikapata hakuna mtu, but anyway, hiyo sio issue. Kuna warembo niliona wakipita hapo Lulu na huyo mwenzake, uwape salamu, waambie ninawaona kwa jicho la upili na nitafute kesho anunue ile kuku alikuwa ameniahidi. Anyway, kuhusiana na mjadala na kuhusiana na uimbaji wa Fenny Kerubo, nimemuona hapo, sijui network ndio imekaa mbaya. Network imekaa mbaya. Kila ambacho kwanza kabisa naweza sema kwamba napenda sana nyimbo za Fenny kutoka zile nyimbo zake za kwanza hadi wakati huu. Kuna maswali ya mawili ambayo naweza muuliza na akirudi aniambie inakuwa aje, yani atakuwa ananijibu vizuri ili ni understand, kwa sababu nauliza kwa niaba ya wengine and then itakuwa ni sawa kabisa kuhusiana na uimbaji wake. Swali la kwanza nauliza, mbona aliacha kufanya nyimbo album zile ambazo zilikuwa nabeba nyimbo karibu 6, akaamua kufanya wimbo mmoja mmoja? Sasa kwa mfano Kongara, Come to Me, No Matter What, so akaanza kurelease ngoma moja moja. Kuna siri gani kwa kurelease ngoma moja moja kuliko ila wakati alikuwa naimba nyimbo karibu 6 ambazo zinakuwa album kwa upamoja? Alafu swali lingine, kuna yale ambayo yanaendelea kuzungumzwa, yani Fenny amekuwa watu wengine, kuna wale ambao wanampenda, kuna wale ambao wampendi. Ukimuuliza mbona upendi Fenny Kerubo, unasikia kwamba Fenny Kerubo siku hizi vile anavyo
avaa nguo si vizuri, jinsi anapima nguo siku hizi anavaa si vizuri. Yeye analichukulia vipi na amefanya jitihada gani ili kuhakikisha kwamba amemaliza hizo uvumi na amekilia hewa iwe safi kulingana na uimbaji wake, kwa sababu ni wengi tunampenda, tunapenda nyimbo zake na nyimbo zake zinatubariki, na tukiona ya kwamba yeye is a modern na kongara, unaona. Alafu kulingana na Fenny naona ya kwamba siku hizi ameanza kuchapa makolabo. Plans gani ambao ako nazo ili akuja ingie kisini kwa undani sana, despite amesaidia waimbaji akina Irene Nyaboke, amesaidia akina, yani kuna waimbaji ambao actually amewasaidia wameinuka, na kuna plans zipi ambazo ameziweka? Wajua usanii leo unaweza kuwa uko on top, kesho kuna mtu mwingine atakuja kupiku, unaelewa. Alafu na ukiangalia Fenny Kerubo anafanya vizuri, si ati Kisii peke yake, but anafanya vizuri Kenya nzima na anatambulika. Na juzi wakati Mashujaa ilikuwa kule, niliona akifishwa taji wakati alipoenda kule Kirinyaga kusherekea siku ya Mashujaa, na akawa mmoja wa mashujaa wale ambao wamefanya kazi nzuri kwa upande wa wanawake. Na atuambia atatupangia nini bwana, anatupangia nini. Na kuna ile time alikuja akanyamaza sana wakati alitoa wimbo ambao inaitwa Mama, akanyamaza, tukua tunajua ni kipi ambacho kilikuwa kinaendelea. Ndio baadaye akakuja akatokelezea na wimbo No Matter What. Tunampenda, tunamwenzi, mwambie aendelee mbele, apigane. Hii safari ya injili si rahisi, lazima akae ngangari na hakikisha kwamba mambo imekuwa sawa mbele, kwa sababu walio washindi ni wale ambao wataona ufalme wa mbinguni, au sio Kurutu? Ni hivyo na waokoke kabisa, watu waokoke pia. So salimia hao watu wote, asalimia kaka, mwambie nilikuja kumtafuta hapa, unaona ngoko Gladys ombora na yuo senga yage ndagochi. Bete tulipata hapa, ulikuwa umefika huko, lakini tulikuwa tumetoka kidogo kwa sababu ya shughuli 2-3 mpaka 39. Salimia mashabiki wote, akina Gichana wote, akina Rafael wote ambao wako hapo, team comments, team chini ya maji na team wale ambao wanaingia live, na mambo itaendelea ikuwe sawa. Najua kwamba joto ni jingi hapo, hata kama mvua imenyesha hapa nje inabidi uchape kazi baba. Hapa ndani lazima tumelt, tutoe oilo kidogo. Unaona siku zimeanza kuwa browni, ni juu hii chote inaanza kung'oa kidogo. Sasa wewe si ati umeanza kuwa browni, nimeona saizi umeanza kukaa white. Hii lights wanakumilika nyingi sana, na hii kamera ilikuja ya nyuma, at least inaanza kukuleta shape kidogo. Inaanza kukuleta shape kidogo, sijui secret ni gani. Ngoyo chaka uko wake oiri gose kwa nyora kamonto kabwera. Aye Kurutu. Anyway, sijui ameenda wapi. Nachikora busege sona leo na macha sibe. Oere monta macha sibe gose na kwaro kwere likuwa macho sibe. My friend. Nachikora lie na kiwa kumoro kabona. Emeteki gusita kumukanga ruru. Tatiko ruru amache asibe. Ya akolo kurulu lulu. Wanu metenje na mogusi. Ogweneto egu ulambe lolo. Nirambe lolo. Ulambe lolo na ande bono ruru ga unare ga bwana peko bansa wange na soro kwanya onya go sumaire kidogo kwake ga sibune ngenjere gusebo no mutu aikaranze. Haise akare go sumaire kurmate gari. Nabondo chali no nyarukende nere mubye kaine murabuga. Nyatuki chigwete ga oroche baga sino konya gochibangusa iga kuma tinga Kurutu. No chovanga mangana yawe boronge my friend ma togo chakorara ebike kuno to chetanyole ngeke unege kubwatira nitikurega aba magoso sana. Wazake go itrobosi omaete twarenge sabari yendega go itrorobosi. Anyway, ntwaganye to mwana minto ga Fenny Kerubo musani ona matuka mange baba Fenny mbiole.
Kia wambi yande na wewe hapi kokorora. Ombisirete white, we are more than a Nige kongaranga white watebinga na nyakwat. aye. Yeah? Dima ngiora kwa boli ndo sio moyo. Enjero ndukutetelingia. Gaki njigote Nairobi Otawara yansire lingo chikoline gali abali bakongera abali bakongeta ni ngo baboli gangai bante bingaga kwa ikire mutwari ngakia koro kumutu gali. So wake si mirene ngo uta nyenye Otawara ke mate Otawara tu Otawara. Gaki nsireti ngo chigoikana chigwaka gochibwa Apostle Geoffrey ngo endorona Yes. nyora gaga senene misa nate babono tigangende maradai mansoke gochimuinali Mombasa Road ngenda sengo genda. Magosa Anyway, manana ina asante magosa. sana. Karibu ekia That's good. baba na andiko onyore ko legusi gosoko gochagusi make sure nga kwandigiri to tora came back. Okay, I will. Lazima. Ama swali naro nabo liabere baba utale ngoro ya Erimondi tukwanege swali lilieri. bonse baibu. Kuna Okay. maswali ambayo nimeuliza mawili na nimeuliza kwa niaba ya wasikilizaji wenye hawawezi fika hapo, ama nitakuwa nauliza kwa niaba ya watu wengine. Kuna swali la kwanza na niliuliza ya kwamba kama Fenny Kerubo, kazi kwanza, asante, unafanya kazi nzuri, Mungu anaendelea kukuinua. Na wakati ulisema Father fight for me, anaendelea kukupigania na kazi iko sawa. Amen. Thank you. Swali la kwanza kivyangu mimi binafsi nauliza, mbona ukaacha kufanya nyimbo album ukaanza kufanya track moja? Album unajua sasa vitu vimeingia online. Sasa huwezi pata mambo na CD ama CD tukiuza CD kwa maduka, ukienda duka nyingi utapata duka zenye zilikuwa zinauza CD zimefungwa. Maana kila kitu kimeenda online. So kama zimeenda online, hii album utaifanya upeleke wapi? Sababu tulikuwa tunafanya album kwa sababu ya watu wapate hizo nyimbo zote kwa maduka, mwenye ananunua. Sasa hakuna, utafanyaje? Sasa hiyo hapo ndio ilibidi tukaweza kufanya wimbo moja, tuna release moja unaweka online. So mwenye anaenda maybe kudownload kutoka pale inakuwa hivyo. Lakini mambo hayako vile yalikuwa hapo awali. So tukitengeneza album unapeleka wapi album? Yeah. Alright. Na unaona aje soko ya online inafanya vizuri? Kwa sababu kuna wengine ambao wanaendelea kujikaza, lakini kulipa kutoka online unapata ushuru inakatwa. By the time unapata ya kwamba msanii ameinvest kwa online pesa nyingi na ana expect kupata in return pesa ambayo inaweza msaidia. So ni kipi ambacho tunaweza yani experience na hii online, na online unajua inahitaji nini ndio ili ulipe vizuri? Mimi kwa upande wangu naweza sema sifanyi huduma hii kibiashara. Ingekuwa nafanya kibiashara ni rahisi kuchaji kusema kwamba soko hii haifanyi vizuri. Mimi nia yangu moja tu, ni neno tu, injili kaweza kufikia watu wengi. Lakini zaidi ya hayo, vile watu wanawatch nyimbo zetu kwa YouTube, unapata vile wanawatch ndivyo unapata kipato kutoka, sababu mtu akiwatch wimbo yako mwingine awatch, so depends na vile watu wanawatch hizi nyimbo zetu. Tuseme hapo ndo tunapata kitu kidogo kutoka ile ambayo pia unaweza yapata na upeleke tena studio. So tuseme kwa upande wangu siwezi sema kwamba tatizo lenye limekuwa ni ile vile tulikuwa tunauza zile CD tunapelekea watu mpaka tuseme masoko mbalimbali. Kuna watu hawapati hili neno kwa sababu watu wengi hawako digital. Sasa kama mama mwenye ako pale nyumbani ataingiaje online, hajui mambo na YouTube, haelewi kitu chochote. So wakati ilikuwa hiyo online na mara tuseme tunauza hizi nyimbo kwa maduka mbalimbali na masoko, ilikuwa ni rahisi sana watu kupata kuliko kwa sasa. Lakini tufanye nini? Mambo ni digital. So inabidi tuende vile dunia inaenda, lakini nia yangu kubwa ni injili tu. Okay, asante sana. Swali langu, wacha niulize lingine tu. Wajua
katika hii safari ya uimbaji changamoto tunajua zipo, na tunataka kujua wewe unapigana aje na hizo changamoto. Kuna wale ambao unapata, sijua sisi tuna deal na watu wengi waimbaji, unaambia ati Fenny Kerubo anaimba vizuri, lakini kitu ambao sipendi kwake ni dressing code. Alafu unamuuliza nyimbo ambayo anaimba, unapata message ati anaimba vizuri ndio, lakini dressing code ndiye anavalia vibaya. Umeipatana na hilo swali? Yeah, tuseme kila mtu kuna vile anataka. Tuseme kwa upande wangu vile maybe nafaa, mi naona kana kwamba niko sawa. Unapata umevaa nguo ndefu vizuri, lakini sasa mtu anasema ni nguo ndefu ni mzuri, lakini sasa imemshika. Sasa unataka mtu afae gunia, jamani. Yaani unashindwa hata kuelewa. Mimi nimeshona nguo ndefu, nimeshona kulingana na size yangu. Sasa utafaa gunia ndio unafanya vizuri. Sasa hizo ndio changamoto tunapatana nazo, lakini tufanye nini? Sababu uwezi ridhisha kila mtu. Kuna yule anaweza sema kwamba hii nguo ni nzuri, lakini question mark. Mwingine akasema hii ni hivi, question mark. So ukishika yote yale watu ambao wanaongea kweli, huwezi songa mbele. As long as mimi sihukumiki ndani yangu, tunasonga mbele. So mambo kama hayo tumepitia nayo ni mengi, na mambo yale watu wanaongea ni mengi, hata mengine unasikia unacheka unasema yeah. Okay, So sasa unajua pia kuna dini mbalimbali. Kuna mahaters. So yeah. Alright. Ni kama napigiwa swali lingine ambao naweza uliza, maybe linaweza kuwa la mwisho, kwa hiyo ambao umeuliza mambo ya kuvalia nguo. Watu kama unapenda nyimbo za Fenny, chukua message, mambo mengine wachana nayo. Swali la mwisho, kuna wakati ulimba hii song Mama, ukimshukuru mama, song ikatoka, na hiyo wakati ulienda anga chini ya maji. Kwani ni nini lilikufanyikia ndio ukakuja kutoa song No Matter What? Hapana, tayari No Matter nilikuwa nimeitoa mbele, ikamaliza miezi mitatu ndo nikatoa Mama. Mimi kitu cha kwanza nilitoa hizo nyimbo zote, nilishuti Januari. Nyimbo kama 7. Nimesema kwamba mimi nina familia. So nikasema kwamba hawa watoto ninao 2, nataka tena niongeze sahani moja. So nikaenda likizo. Kwenda likizo, lakini hata hivyo mimi sijapotea, maana yake ukiangalia hizo nyimbo kutoka No Matter iko na 9 months now. Uende hiyo Mama. Sijui ni miezi 4. Kuna ingine niliweka. So sijapotea, maana nilikuwa nimejipanga sawa. Ndio hiyo sasa ni ile naacha muda kidogo, inaenda naangusha moja. Lakini sasa ilisha sasa. Umenijibu kwa sababu kuna ile rumors ambayo ilikuwa inapita nasema kwamba Fenny Kerubo ameongeza mtoto. Na ukienda social media ya Fenny Kerubo hajawahi post huyo mtoto ya kwamba Fenny Kerubo amebarikiwa na mtoto mwingine. So yeah, sasa unajua kila mtu vile ameumbwa. Kuna watu wako na kiherehere, unajua maumbile ni tofauti. Sasa mbona nikaweza kupata sauti kwamba nimepata mtoto jamani? Nitamweka kwa wakati wake, sababu mimi ni mama, nina familia. Sasa mbona nianze kuposti kama nina mtoto? Mimi mwenyewe nina mtoto, nikifanya video. Hilo ndio swali nilikuwa tunauliza. Wakati ulilisi Mamba ulipotea sana, but kuna rumors ambazo zilikuwa zinaenda unajua pale kwa Mama bado nimebeba katoto kadogo, sijui kalikuwa miezi 3 pale. Yeah, ukiangalia ule song ya Mama niliimba kama sijapata mtoto. Na wakati nimepata mtoto nikasubiri tu mpaka nikaweke pale, ni kadogo. Sasa amekuwa mtu mkubwa, ni mtu naacha anaenda huduma. So sio rumors, ilikuwa kweli. Mungu ni mwema, naendelea kukuombea mema, na unajua kwamba sisi ni wala ambao tuko hapo tunasimama mpaka ile wakati unaanza kugive up, tunakwambia Fenny wacha kulala. Simama na uendelee kutembea.
Kwanza upande wako umenitia moyo sana. Muda mrefu tumefanya kazi kubwa. Nashukuru sababu nakuona uko mzima. Tuko salama, tunashukuru. Kukurutu wako hapa anachapa kazi, and then Namuona. wacha tusaidiane bwana, wacha tusaidiane. Kuna siku itafika Kukurutu atakwambia Fenny Kerubo uniwekee chorus hapo bwana. Chapa kazi, tuinuane. Ni mission ambayo tuko nayo hapa, ni kuona ufalme wa mbinguni, hamna kitu kingine. Asante sana. Asante sana, barikiwa. Salimia kina Naomi, pastor yule na watu wengine wote ambao wanaendelea kufanya kazi ya huduma. Ndawapa salamu. Kurutu. Kukurutu. Kukulikutu. Umejimute. Unajimute na ono konyako abuna mache tayoga kwense mukonyu ono egesinyete. Nonda. Okay, bwatera uko no umwana oyo mintu bunago chagusi andigi tukwane mangana ito akando. Ndera na kazi. Asante sana. Thank you very much. Asante sana. Somewhere there, if you have a question, mtazamaji wa Kisi Hot TV, karibu sana. The link iko pale. If you have any question to ask, chinsa changa kire kiongotiro, by the way, Fenny Kerubo karibu sana. Network kinda tabo nugu selekte ne seko to you just come back until we finish our show. Thank you. Siko na kire amasori na body ko iga. Nekora raro raiga. Ntachi komo sura bera tutu ko no chega kin matamo na re nimbare ga rafari nya ku nimbaro and pren matara no wati gari na ro muswati na radio gari sikunyu magari na ndo tama. You just come back. I'm going to give you nafasi muulize maswali yenyu mpaka mtosheke. But meanwhile, before we go there, nataka kuangazia katika wimbo ambao umetoa latest ambao nasema kwamba make a way. Make a way ni Yes. Uzungumzie kidogo kuhusu wimbo Make a Way. Yeah, Make a Way ni wimbo ambao nimetoa juzi, ndio ina miezi 3 katika YouTube. Naam. Na ni album ya No Matter, ni album ya mama. So Make a Way ni mambo mengi watu wanapitia. Kuna kipindi nilikuwa napitia changamoto nyingi sana vile nilikuwa nimesema hapo awali na network ikaenda. Nikasema Mungu fanya njia. Manake tumesimama katika nafasi yetu kuambia watu ya kwamba usife moyo na usikate tamaa. Na wakati jaribu ambayo limekuja utafanya nini? So naambia Mungu make a way. Na vile nilisema make a way kweli, juzi tu nimekuwa pale, nimechaguliwa kama shujaa ambaye niko katika msafara wa rais, nikasema jamani make a way for me. Nashukuru Mungu kwa sababu nilitabiri na Mungu akafanya njia. So kuna vipindi hata kama vile watu wanatuona enda kwa mtu anazaona kwamba huyu maybe ako sawa, yani kuna yale kwanza tuna changamoto nyingi sana, majaribu mengi sana, lakini ombi letu tu ni kwa Mungu kumwambia kwamba hili limeshindikana, fanya njia pasipo njia, na Mungu wetu ni mwaminifu. Asante. Nikitoka nje kidogo, kuna tetezi ambazo zilikuwa zimetoka katika maeneo fulani, katika sehemu fulani, katika gazeti fulani kwamba dada Fenny Kerubo ashaga. Labda wewe ulipata hiyo taarifa? Nilipata hiyo taarifa kuna rafiki yangu mmoja alinipigia simu akaniambia ameona Facebook picha yangu na ndugu yangu tuko hapo. So kwa kweli kuangalia nikapata marafiki wengi kadhaa washanitumia. Nilipoangalia niliona ni picha yangu na ndugu yangu ambaye ni Dennis. So kuna mtu mwingine alikuwa pale kando simjui. Ukweli ni ule kwamba kuna mwimbaji na umeo ambaye ni mchungaji walikufa pale Nyamira. Lakini sasa mwenye alienda kuchukua hiyo habari akachukua picha zetu akapandika pale kwamba ni sisi. So nilipoona kweli haikuwa jambo nzuri, lakini hayo ndo mapito, zile ni changamoto hizo ambazo tunazipitia. Nilichukulia rahisi hivyo, kasema kwamba acha Mungu aweze kupewa sifa na utukufu, maana kwa kila haya tunashukuru. Lakini zaidi hayo tulikemea sana. Tulikemea sana
mtu ambaye ako sawa na akili yake timamu kuchukua picha zako na anajua kwamba na kweli sio wewe, inakuwa ni jambo ambalo sio sawa. But hatungechukua sheria, maana tunaogopa sheria na tunamjua Mungu. So ingekuwa ni ile kipindi, kwa kuna watu wengi waliniambia kwamba chukua sheria, huyo mtu ashatengeneza pesa. So sisi hatukuwa na pesa, tulisema kwamba tuko wazima, tuko hai, na tukaacha hayo mambo hivyo tu vile tuliyaona. Anyway, na nashukuru sana kwa jinsi ambavyo umeliweka hilo swali, kwa sababu sisi wenyewe tulipata taarifa kwamba ushaaga na ndugu yako, tukashindwa kwani inakuwa vipi? Labda jamani, labda huyu mtu alikuwa ameandika hizo taarifa, aliwaambia alikuwa amepewa picha na nani, kwa amezitoa wapi? Aliweza kufema alitumiwa? Alisema kwamba alipoitisha picha alipewa hizo picha zetu. Lakini kile tuliomba afanye ni kuenda pale website mahali alienda, aandike apology, aseme kwamba sorry, sababu watu waliona hizo picha ni nyingi na ile message ilikuwa pale haikuwa message nzuri katika tuseme kama sisi waimbaji, my brother ni mwimbaji, so haikuwa ile news nzuri, na hicho kifo kilikuwa na mambo mengi sana. So kwa upande mwingine, kama tuseme ni ile sheria, kuchukua sheria mikononi mwetu, sheria ya kibinadamu, ingekuwa sheria nyingine mbaya sana. Maana kitu cha kwanza ni jina. Ili jina watu wengi wamelichukulia namna gani? So si mara ya kwanza tena, kuna wakati pia walikuwa wameandika hivyo, lakini tunajua pia shetani ako kazini. Naam, sasa mwenyewe ashaandika kwenye mtandao, ameshaandika amekila the air kwamba zilikuwa tetezi za ukora ama za uongo? Bado. Bado. Anyway, mtazamaji wa Kisi Hot TV, kama unanitazama katika upande wowote ule, na kukaribisha. So imefika katika zamu yako ya kuweza kuuliza maswali yako kabla tujaondoka kwenye studio. Miwango tu maeneo ya saa 5 usiku. Tarehe 5 mwezi wa 11 mwaka 2021. Nakwambia kwamba baada ya hii kuna show nyingine ambayo inafuata. Lakini before tuende that, uko na swali pia kuweza kuuliza dada yetu. Wakati huu nishakupatia nafasi kwako, kama uko na swali kwa dakika 2 peke yake, uliza swali lako utajibiwa. So ikimeka kwenye comment section, kiendea kungoja watu wakuje kwenye backstage hapa. Brian Matara anakuona. Brian Matara, kuja kwa kamera kama uko unasikiza na unanipata. Njoo kwa kamera. Hivyo sawa, shikilia hapo sawa. Na kuja kwako. Na end of a shot. Naona hata bana bana jikoni. Bana baje jikoni, waangalie gotoma ni shughuli. Nitakuleta hapo kama umefungua kamera yako. So link nimeweka pale, karibu sana. Kuna maswali hapa nimeona kwenye comment section, nataka kupitia mawili matatu niweze kujua kwamba tunaelekea wapi. Kwa mtu anaitwa Atanga Steven, so kama Fenny kendo liete ga kikwana buya nwara akuwere unatemwa na kimoko wa mugeni Martha Bonari nasema kama nakusalimia Fenny, hi my dear. Matara sawa pride na kuona sawa, well and good. Margaret Morara, hi team Kisi Hot TV, good to see at Kerubo, we love your songs. Asante sana. Martha Bonari 3 ananiambia kwamba good to see you, nilikuona kitambo sana, kurote kale sana, lakini karibu sana. Martha Bonari, nyimbo zako ziko na message sana, anaitwa Martha Bonari, asante sana, nashukuru sana. Anaitwa GLDGCV7U. Kwa hivyo unamaanisha CD hamna tena? Na sasa kwa wale hawamo oneni, wanaweza pataje hizo nyimbo zako? Hilo swali utauliza, utajibu, sijui ujibu saa hiyo ujibu baadaye. Ninaweza jibu kwa sasa. Jibu. Tuseme ni challenge kubwa sana, sababu watu wengi kweli wamekuwa wakiuliza tunapataje CD. Sasa unajua tatizo, hata CD zenyewe kupata kwa saa hii ni ngumu. Sisi tuna nyimbo, lakini hata hizo CD zenyewe vile vitu vimeenda digital, flash zimeingia, mtu anachukua simu, yani anachukua flash, anaweka nyimbo zote, unapata yani hiyo flash ni kama CD. So lakini ukitaka ninaweza kupatia ni muda mchache sana, tunaweza hizo CD zinaweza kuwa kozi, hata zile mashine ambazo zinatengeneza CD zimeanza kupotea. So mahali tunaelekea
hakutakuwa na CD, ni kama itakuwa kama zile compact zilikuwa zimepotea ama zile vinanda za kitambo. Okay, right. Sawa sawa. Omochokoro, fungua kamera ndio nikulete kwa screen. Omochokoro, fungua kamera. Atanga Steven, when you are our sister, vaa nguo ambazo zinatangaza injili pia Mungu. Your dressing is temptation to men. Epo jibu hili swali, naona hapo wanasema kwamba inakuwa na temptation. Labda kuna mtu ambaye kuja akaanza kukujaribu kwa sababu ya mavazi, hebu weka wazi hapa. Siwezi weka wazi vile umesema, najua yeye kulingana na maono yake. Ndio nimesema hapo awali, nguo umeshona, nguo sio fupi, umeshona nguo mrefu. So inatakana ufae bagi ama ufae gunia, hiyo ndio heshima ama vipi? So kuna changamoto nyingi tunapitia sasa, sielewi maana kwa upande wangu zile nguo mimi ufaa nguo zingine mpaka nazibeba tu kama ninatembea. So sijui nifae namna gani. Ama nifae nguo yenye mtu akiingia maybe 2 3 tunatoshea moja. Hiyo tunasema heshima ama nini? Sasa sijaelewa. Alright. Sawa, asante sana. Martha Bonareri anasema kwamba Kerubo uko sawa, siri yako ni yako dia. Asante sana. Anaitwa Rafael Nyakundi. Huo wimbo wa Omoyone tupe please. Tune please. Hebu tune hiyo wimbo kidogo mtu asianguke chini hapa sai. Moyone. Tune ngaka iko mwanore gaiga Rafael Nyakundi tatanga akibo wepi. Omoyone gore no bororo. Ororonge intanyale gukwana ande ngenderere igitanda kiane yaichoire amaliga ingora boborie chigurube chiane. Nimetioni jamani. Sawa, metiuni nketenga ukumesikia vizuri Rafael Nyakundi. Ayo mochokoro gaki igore kamera na ribi ko bagwera and good. Sawa, asante sana mochokoro. Anaitwa Martha Bonare anasema kwamba Fenny, nami ni mwimbaji na sina uwezo kwa kurekodi. Mami, utanisaidia aje? Ama utasaidia aje mwenye anataka kurekodi na hana uwezo? Unaweza kupiga na yeye kurapu? Okay, ujibu swali. Korabu inakuanga na mambo, tuseme mambo na korabu inakuanga mambo mengi. Kuna wale ambao tuseme waimbaji wengi sijui mbona network inajirudia maneno. Sawa, wacha nikutoa hii. Hello? Tuko sawa, tuendelee. Unanipata? Tuseme ile tumia hii. Fungua hiyo mic. Fungua hiyo mic. Iko sawa. Yes, tuendelee pasi. Hapa ndio sikupati sasa. Hapa ndio sikupati. Turudi hapa. Zungumza pasi. Nijibu hilo swali lake. Tuseme, unanipata? Nakupata vizuri sana. So nikitaka kusaidia huyo dada lazima nisikie anaimba aje, ana ujumbe gani. Kutoka hapo tutaongea. So siwezi ahidi kwamba nitamsaidia na sijui uimbaji wake ukoje ama ana nia gani katika uimbaji ama ana message gani. So namba atapata, atanipigia baadaye. Sawa. So dada Ven, pia nikisa kwenye hilo swali. Mtu ambaye anaanza uimbaji sasa hivi ndiye anatoa wimbo wa kwanza. Unaweza mruhusu mfanye na yeye korapo? Hapana. Sitamruhusu. Tuseme kolabo, najua ukifanya kolabo na mtu sana yule mtu ambaye ako chini ndiye anatafuta yule mtu mwingine amesonga kwa hatua moja. Kwa upande wangu kutafuta mtu ambaye maybe anaanza saa hii inakuwa ni ngumu. So huyo mrembo kama vile anasema ya kwamba
anataka kuimba, yeye ndiye anasema anataka kufanya collab na Fenny, sababu tuseme kwa ile hatua nimesonga kwa hatua moja na yeye bado. So tuseme hiyo haitakuwa collab, bali ni kumsaidia tu, nimsaidie, haitakuwa collab. Kwa upande wake itakuwa collab, lakini kwa upande wangu sio collab. Yeah. Right, asante sana. Kuna mtauliza Mr. Brian mocho kwa ndo mpatie nafasi. Mniwe radhi. Anaitwa GLDCZVU. Pia mimi najua kuwa kama mwili wako ni kubwa ama ndogo, vaa kulingana na podi yako. Wanaume hata uvae gunia, kunao wanalembua macho kana kwamba wanakufa kesho. Swali langu ni hili, mwimbaji anayeimba nyimbo za Injili, je, kwa wale wanaocheza kule nyuma, mnachukua yeyote ama ni wale wamehitimu kiroho? Hili swali sijalielewa vizuri, sijalielewa hili swali. Nyamuta anasema kwamba mwenye anataka nyimbo CD alipie atengenezewe pati at this century, nani hajui online. Huyu ni Nyamoita anajibu hapa. Nyamoita anasema kwamba hata ukivaa hawataridhika. Mwanadamu never tosheka, ignore Sam. Anasema hivyo. Anaitwa Emmanuel Pound Richard, na uko na mzee ama still you are alone? Hebu jibu ile swali Fenny. Ni kama huyu anakuja saa hii. Mjibu. Ni kama anaingia saa hii. Niko na mzee ambaye tumeishi naye miaka 18. Yes. Na uko na watoto? Na niko na watoto 3. Asante. Anaitwa Martha Vonareri. Asante kwa kujibu swali mami, nitakutafuta. Asante sana. Pale tutacheza namba yake hapa. Hata watu wasindikisa mgeni akienda. Abantu bako mgeni kala kwenda. Kabla nipatie nafasi kwenye prayer kisha Omochokoro. Kuna swali hapa la mwisho nataka kuuliza, nipatie kwa mashabiki. Kuna tetezi ambazo zilikuwa nasema kwamba wewe na mama ambaye anaitwa Pastor Rebecca Thomas ambaye alikuwa ameshaanza mwimbaji wa kwanza, alikuwa mwimbaji wa kwanza ambaye aliweza kuwakaribisha katika hii safari uimbaji, kwamba wewe na yeye hakuna vile matamshi yaendani vizuri. Je, hii ni ukweli ama ni tetesi tu za watu? Jamani. Wow. Haya ni mambo ya watu. Mimi na huyo mama tuko sawa kabisa. Na tuseme ni mtu ambaye anapenda sana, ninaheshimu huduma yake kabisa. Zaidi yayo namuita mama sababu ni mtangulizi katika nyimbo. Hakuna siku nitasema ubaya ama kumnyoshia kidole, sababu namheshimu sana na nampenda zaidi. Yeah. Kulingana na hii swala la tulikuwa na mashujaa. Tulikuwa na mashujaa hapa Kisii katika mwaka uliopita. Na kuna baadhi ya wale ambao walikuwa wamechaguliwa katika ile wimbo ya Abanyankongo. Na kuna wengine ambao hawakuweza kuchaguliwa. So kuna siri tetezi zinasema kwamba ile katika kuchaguliwa kulikuwa na upaguzi. Labda unaweza chukulia vipi ile swala, unaweza jibu lile, kwa maana nimekuwa na waimbaji hapa mbalimbali. Wengi wanasema wenye walikuwa katika ile kikundi na wengine hawakuwa. Kuna baadhi wanasema kwamba wanalalamika kwamba wao wangefaa kuwa katika hiyo safari katika wimbo imbaji, kwa maana wao ndio watu wenye wazee. So unaweza kuchagua katika nyimbo za ile sheria ya wimbo ya Abanyankongo katika mashujaa. Labda ni nini kilichukuliwa kuchagua mwimbaji? Kulikuwa nafuata sheria zipi kuchagua mtu? Tuseme hiyo haikuwa wale wazee ama wenye walikuwa wameanza mapema. Sababu ukiangalia ile timu tulikuwa waimbaji 12.
na wenye hata hawaja kutoa CD walikuwa wameimba, lakini bado ni wachanga katika huduma. Kenye kilifanyia ni PPMC waliita mkutano katika pale, kuna nini inaitwa culture ama ilikuwa nini? Kuna mkutano ulikuwa umeitwa. Waimbaji wote wakaenda hapo, wa gospel na secular. So wote walipoenda pale, kila mmoja alikuwa anaimba live. Ile key yenye ulikuwa unaimbia wengine wana change. So kuna trick ambazo walikuwa nazo pale, waone kana kwamba wewe ndio umeimba. Unajua kuna waimbaji ambao maybe wanaenda studio anaimbiwa, lakini kwa video unapata anafanya video. So walipoangalia hizo, hapo ndo walichagua waimbaji 12 wa gospel na wale wengine 12. So hakukuwa na ujanja pale, maana ungekuwa na ujanja huko, hata wale ambao wanasema kwamba walikuwa wageni kabisa wangechaguliwa, maana hata sisi hatuwajui. So naweza sema kwamba hakukuwa na upaguzi ama hakuna kujuana kulikuwa pale. Huo ndo ule ukweli naweza sema. Kuna swali nitauliza Nyamwita ameuliza, lakini naona pale Irene Kerubo, karibu sana, watching live from Uganda. Asante sana, happy Sabbath to all members, karibu sana. Wacha nianze na Brian Matara, ni neno Mochokoro. Kama hakutakuwa na wengine kwisha tutakuwa ni shapo. Brian Matara, funga microphone. Kutu. Yes. Nakiwaire. Wairire buya. I'm happy with the conversation. I'm really inspired with that conversation. And in the Uganda, te yo munyangongo mogo tera kurugusi. Among na tera ko wazinguru because we really inspired with your songs. Nashukuru sana. Yanga robeka bunoroje because nyasa dai kolikere yanga. Ekerero yo muntu nagia kolikere na kya tera. That's the fact that again Uganda advice abantu bara. But I have a question. I have a question, and the question goes like this: what motivates you to sing? Tuseme hakuna, lakini ni ile kipawa ambacho nilikuwa nacho nikisaliwa. Tuseme ni kuzaliwa, nilikuwa na kipawa sababu kwetu tuko waimbaji 5 wenye wametoa nyimbo, na kipawa kimetokana na babangu, maana alikuwa mtangazaji enzi za KBC. Oh, thank you for that. Niko na swali la pili kwa sababu so nilikuwa na ile kipawa kutoka utotoni. Swali la asante sana kwa hilo jibu. La pili, kama wewe mwimbaji mahiri tunayo kutoka zile sehemu za Kisii na Nyamira, unayo akademia ya wasichana wenye wanagrow na wewe wataweza kuwa waimbaji hapo kesho kama wewe? Yaani kuna ile succession plan, because huwezi imba milele. Ni kweli huwezi imba milele, lakini kumbuka hii ni kipawa. Kuna wale ambao wanakuja na kuambia kwamba nataka kuimba. Huyo ni mtu tofauti sana na yule mtu ambaye ako na kipawa. Yule anataka, lakini huyu ako nayo. So hao ni watu wawili tofauti sana. Mambo yakienda vile hataki, unajua kuna wale wanakuja katika industry ya muziki, anataka atajirike, anataka ajulikane. So asipojulikana, huyu ana give up mapema. Lakini yule mtu ambaye ameitwa ama amezaliwa nayo, liwe liwalo, watu waseme wasiseme, apigwe asipiwe, unapata kwamba kuna mzigo. Akienda ku give up, unapata kwamba anahukumika. So hao ni watu wawili tofauti. Siwezi sema kwamba watu wakuje ni wafundishe. Hakuna mtu anafundisha. Asante sana. Thank you for that. But I have the second last question.
As you look at in the kwa hii industry, what weaknesses can you find, or what is the most problem can you identify in the young generation who are upcoming in this field? Tuseme katika tuseme hii huduma ya uimbaji, watu wengi ama hii generation ambayo inakuja sana sana wanataka kuimba, anataka fame, na pia unajua fame ni pesa tayari, lakini hawana message, hana kitu ya kuambia mtu. Hiyo ndio challenge kubwa sana katika hii generation ambayo iko na ile inakuja, ni hatari sana. Okay, asante sana. What can you advise them? Because hata sisi tumeona wengine wakiruka ndani ya matope, wengine sijui wapi, but pia ni njia ya kuomba Mungu. What is your advice to them so that we have a very strong singing? Because naona mumeimba, mimi nikiwa mdogo Rebecca aliimba, wewe ukakuja. Sasa hatujui hao wenye wanataka fame wataendeleza kuimba ama watoto wetu watakuja kupata hakuna waimbaji. Fame, mwenye nataka fame kwa haraka inakuja leo na inaisha kesho. Sababu unaweza kuwa unafanya leo ujulikane, ni kama ile ngoma rowa masaku. So usipozingatia message, watu ni rahisi kuboeka na wewe ama kutokufuata. Nakumbuka kwamba ukiimba katika maandiko, neno haliishi, lakini haya maneno mengine unaokota pale, yakiisha hata wewe umeisha. Sababu ukiimba leo shamba, kesho uimbe sijui ni nini, hizo vitu zikiisha uimbaji wako utakuwa umesha. So advice yangu ni ile ya kwamba aliyeitwa, maana yake kuna wale ambao hawajaitwa, so hao siongee kuwahusu. Kwa yule ambaye ameitwa na Mungu, zingatia message. Sana sana uliza Mungu, unataka niseme nini? Mambo na pesa, mambo na mali, vile maandiko yanasema yatakuja baadaye. So do your part. Fanya sehemu yako na Mungu afanye sehemu yake. Hey, asante sana Fen. I really appreciate. Hata mimi si mwimbaji lakini siku moja nitafanya collab na wewe. Kutu. Asante sana, karibu. Muswati unoyo utenya mira. Nono na bantu banya mira toko pepea. Unaona kile kama shikilia hapo. Shikilia hapo. Nashukuru sana. Brian. Nashukuru Brian. Yes. Era chikoni sisa cha kuomo gani ngokorangire toka bomo gani kuru chikoni toka bomo gani kuchipara. Siende. Tuweze kwa nango batomo gani kuchipara. Anyway, umochokoro fungua mic na kamera. Umochokoro fungua mic na kamera. Umochokoro. Ayo umochokoro. Kuruto. Kingwara onchikore kamera. Ngora kirani kuigora kamera. Bwana, okay, waja mimi napongeza dada yetu Ven. Kwa kazi mzuri anafanya. Mimi napenda nyimbo zake zaidi. Huwa anaweka nikirudia. Sasa mimi kwa banda yangu mimi nampatia moyo aendelee na hiyo roho yako nayo. Asante. Au barikiwe sana Mama Fen. Nashukuru sana. Hivyo Mochokoro ndo amemaliza. Anyway, Blessed Mom, one. Mambo. Nawapata. Siku ya habari ya jioni? Niko salama, nashukuru Mola. Sungumza na dada yetu hapa. Mimi nimewafuatilia na nimewasikiza. Nasikia mnaongea mambo mazuri. Mimi ile kitu ningependa kusema ile nimesikia ikaniguza.
ni ya kujulikana. Ni ukweli kuna watu wanakuja kwa mpingo juu ya kujulikana. Ama wanafikiria yani uimbaji maybe kuna pesa. Lakini Fenny amesema kati ya uimbaji kuna watu wawili. Kuna ule anataka yani azini mimi naweza taka kuimba, naweza taka. Lakini kuna ile ya kuzaliwa nayo. Mimi ile kitu ningependa kusema wacha mtu afanye ile kitu iko ndani yake. Usifanye ile ya kuiga mwingine. Unaweza iga mwingine like wacha nitumie example yangu. Mimi saizi naweza imba lakini mimi sina message vile Fenny amesema mimi hata sijui naweza sema nini. Kuimba naweza imba lakini sina hata message nitasema nini, unaona? Kwa hivyo wacha mtu afanye ile kitu anaweza na ikuwe ni kitu inatoka ndani yako. Kila mtu kuna ile kipawa ako nayo. Mimi niko na kipawa ya kushauri watu, ya kuchambua maandiko. Fenny ako na ya kuimba, anajua vile anapata hiyo message. Sasa si unaona tuko tofauti. Yes. So wacha mtu azingatie ile kitu yenye anafanya. Na kitu kingine ningependa kuambia Fenny wajaribu sana kukuwa na umoja na upendo. Hii mambo ya ubaguzi iachwe. Maybe Fenny ameimba wimbo mzuri, mwingine anasikia wivu, anasema kuna pahali ulikosea, yani anamtafuta maneno. Yani watu waache kuzingatia, yani kusingizia wengine kitu yenye haiko, watu wapendane. Kitu kingine sina swali. Okay. Ile kitu ningependa kuambia Fenny ya mwisho. Ningependa anifikishie hii habari kwa waimbaji wote. Nyinyi waimbaji wote mko YouTube. Sisi tunawasubscribia kama sisi wenye si ati ni waimbaji, tuko tuna channel zetu. Sisi tunawasubscribia, tunawalike, tunawacomment na tunafuatilia nyimbo zenu. Lakini nyinyi tukiwaambia msubscribe, huwezi ona hata mwimbaji mmoja ako kwa channel yako. Kama mimi sijui mwenye ako kwa channel yangu, labda Steve Nyatiko peke yake. Kwa hivyo hiyo ni changamoto yenye sisi tunaona si vizuri. Sijui Fenny kama hapo umenipata. Nakupata vizuri sana. Na inaweza kuwa kweli waimbaji wengine maybe hawajui nafanya nini ama umeimba wimbo gani. So mahali inafikia ukitoa wimbo unajaribu kushare. So ukijaribu kushare kwa watu 100 utapata kama watu 20 wamesubscribe. So depends watu wanajua sio unaimba. Wimbo, nasema channel. Nasema nyinyi waimbaji wote sisi tuna wasubscribia, tunawalaikia, tunawakomentia. Alafu pale tunakuandikia hata wewe subscribe kwetu. Mimi sionangi kama mna subscribe kwa watu wengine. Hiyo channel ukisema subscribe ina nini kama wewe si mwimbaji na subscribe kwa channel, hiyo channel ina nini? Hiyo ni swali sasa nauliza. Tuseme kama mimi wacha nitumie yangu. Mimi YouTube channel yangu inaitwa Fenny Kerubo. Pale niko kufundishana jinsi ya kupika chakula za Uarabuni ama chakula za Waarabu. Na pia bado nafanya kuhimiza watu neno ama mambo tu ya kuelimishana tu. Okay. Right. Sasa hapa nimekupata Irene. Changamoto inakuwa ni ile kwamba kama tuseme for example Fenny, sijui kama uko na channel. Maybe ukisubscribe kwa channel yangu ama comment sema kwamba hata mimi nina channel, please tembelea pale. Because kama kuna watu wamesubscribe hapo lazima waingie. So challenge ni ile kwamba hao watu wanajua kwamba una channel yako. Anyway, tutajaribu mahali tunaweza. Asante kwa kufanya mazuri na utafanyiwa mazuri pia. Asante sana. Amen. Asante. Kwa sababu ya muda sitaki kuendelea zaidi na huku, na ningependa dada yangu nilikuwa nimempromise nishapita. Singependa nipite hivyo kwa sababu kesho nikimhitaji nitakuwa nimekosea. Kuna mtu anaitwa Dunia Iko na Mimba TV. Unasema I have a question. From there you ask a very 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 stupid question.
Why Kikuyu hate Luo people? Wewe unaona tunafanya nini hapa? Na kisha unatambia tusubscribe channel yako. My brother, wacheni mchezo, tuko serious. Hii swali lako ni la ujinga na a very serious question. Anda tu nimesema nirudie tena. Ile swali lako ni la ujinga, ni kama akili yako ifanyi kazi. Hapa sitaki mchezo. When I'm handle kitu serious, it is a very serious thing to handle hapa. Hizo mambo zako na hate speech peleka kwingine kule, si hapa. Umesikia? It's okay. Hii kwa by the way. Kuna swali hapa nataka kumalizia hapa. Maswali ni mengi. Okay. Dada Fenny Kerubo, ulipatikaje kuingia kwenye kikundi cha Mashujaa Day? Walifuatia njia gani kuweza kukuchagua? Hakuna ujanja. Mimi nimetulia tu, nikapata simu kwamba wewe ni Fenny Kerubo, ya napiga kutoka State House. Tuko na mashujaa tarehe 20 mwezi wa 10. Nilipokea simu mwezi wa 9. Nasema kwamba umechaguliwa kama shujaa wa 2021. So nikauliza hii shujaa imetoka wapi? Anasema ni wale watu ambao wamefanya kazi, wamechangia pakubwa. Tuseme kama hizi nyimbo, nina mafans wengi sana India ya Kenya, kama South Africa, Malawi, Zimbabwe na nchi zingine. So mtu akiuliza sasa huyu mwimbaji anatoka wapi? Huyo ni Mkenya. So kulikuwa na watu wengi pale, kuna wakimbiaji. Hivyo ndivyo nilipokea simu kwamba katika tuseme Kenya yetu wamechangia pakubwa. That's why leo hii unatambulika kama shujaa. So pale si kwenda kuimba, bali nilienda kama shujaa. Nikatulia, nikakula vizuri, nikalala vizuri, nikaenjoy maisha vile watu wanaenjoy. Niko kwa msafara ya rais, watu wanasimamishwa, wanasema wewe usipite hapa, wewe. Naangalia mpaka nilia majuzi, nikasema Mungu awe right. Nilifanya kwa hapa ndani mpaka najisahau jamani. Alright. Nashukuru Mungu, sisemi ni ujanja, ingine ni neema ya Mungu. Hivyo ndivyo nilipokea simu kama shujaa. Asante sana. Anyway, nataka kumaliza kwa sababu ya wakati na kwa sababu ya muda. So maneno yako ya mwisho na platform zako unapatikana wapi? Labda hebu tufahamishe na nambari ya simu kama unaweza patiana. Utanipata tena. Nilikuwa naomba niambie Fenny kitu ya mwisho. Hello Fenny, unanipata? Naam, nakupata. Yes, nilikuwa nataka kuambia Fenny kitu ya mwisho. Amefanya heshima kubwa sana kuitwa na akaitika akaja. Mungu akubariki. Kuna watu wengine udanganya, yani anakuahidi atakuja, unaambia mafans pale nitakuwa na Fenny Kerubo leo, alafu wanawapitisha zero. Kwa hivyo kwa kusikia mwito na kwa kukuja, mimi nakushukuru na uendelee hivyo hivyo. Asante mami, nashukuru pia. Blessed Mom, waterega usiende. Kuna Brian, maneno yako ya mwisho na nitaitema kwa wamogeni. Bwana kwa. Jerero wana mede daru na nje mpaka chente ile tienda rate wana mpaka chente kwa pao yo watera. Tera nge chorus. Kutu minji. Kora nge chorus Brian. Tingo yana kwa tera. Ayata nanti chingolo tu agatara omochengo igoro. Agatara ndatera para panda iyo. Kangu. Nyoka ya mwisho. Tingo yana kwa gendra motwe. Tumeti kutu jinena siko bara. Nero kwa tera ndara kwa tera likwe bengi. So I think today has been a very blessed evening. And again, don't get on the go care blessed mama.
Baro bakorangeru wakana banasiasa because they tell you I'm coming and they don't come. So we honor your coming to this channel and keep it up. Asante. When you are called upon, just come. We are here because all of us will grow. Because one or two things you have told us, tomorrow tukienda huko ma villages kwetu tunawaambia this is how you should do things. Do not search for fame, but search for long term career ya talent yako. Another thing is do not be intimidated umevalia nguo sijui namna gani. Nguo hata ukivalia kwa kichwa haina shida so long as you get the message of the song. Yendo kende njama tera oni nyanje sana ngoranya bekande YouTube ke ndasita buna bone nara tegera useke musubati angere stress na tera yana mate tegera wa tera wa fe ni usun tikan igoto asuka pusi. So continue the same spirit tera kabisa, and we want to see you singing and growing and having more corapos and with more communities, especially in Kenya, so that you can bring that collaboration within the communities in Kenya. Yes, going to international is okay, but also seek for collaboration within the country so that unajua music inaleta watu pamoja. So when you korapo Mkuria, Mjaluo, Kikuyu, you know, you bring that unit within us that if the musicians are together, what about we Kenyans? We need to be together, especially this period whereby now the politicians want to do it. Now the song will come in and unite us more. So I think keep it up and we pray for you. Na wewe basi tuombee kabisa na ombee kutu. Yes, I pray. Leto koraiga. Leto monko obere omugeni. Tiara nana chi platform wasago toka nkore no mbona ita ni richiko. Dear sister Fenny Kerubo Ndani ita ne ya platform social platform network mnogo toka your YouTube channel maybe mbatra subscribe ba subscribe and then ni namba ya Yesu mkonye wako na itakuwa vizuri sana. Ngotoka ndi Facebook as Fenny Kerubo. YouTube Fenny Kerubo FENNY cause hilo jina kila mtu anaandika kivyake. So jina langu ni Fenny FENNY. Katika Instagram ni hivyo hivyo. So jina nilo natumia katika platform zote. Namba yangu ya simu ni 0721 712 712 612 612 21712 ndio hiyo ndio namba yako ya simu. Yes. Naam. So kabla tujaenda kumalizia hapa, sijui kama nimeacha nani nje. Matuvonareli wimbo ni kuitwa na Mungu unajipata tu, ukilala unaota nyimbo ama ukitembea njiani ghafla wimbo unakuja, yani hata ukikaa tu unajipata kawimbo kanakuja. Hivyo ndio kipawa niko nayo. Asante. Yani nasema kwamba akitembea wimbo unakuja, akilala wimbo unakuja. Frederick Somoni, Mungu akubariki sana dadangu, nakupenda sana. Asante sana Omondi. Mathapunari, wow. Na agokire sana, mpongeze kwa kuingia Fenny. Kwa hiyo roho si wengine wanadanganyana na hawakuji. Mungu akubariki sana. By the way, nasi nchisa chiarire na next time ka ore kusinde toje mete ya virtually yani mete bana wote Fenny Kerubo ko sinomunga ke uza kuba kusina ndo free time to in the studio we talk about the upcoming artists. By the way mete Fenny Kerubo no kurangalia umuntu atera ko imagine kangona ko bori swali umuntu atera ko oteri ku market kwa murangira otenga tiana gamba ni manager yani umako ngachari kimuze ko studio I don't know ngano bote manager Timbo the manager. Okay. Ninja Fenny. So okay. Yes. Anyway,
aina yanda ali amange ali asensemeiga lakini ne mini wairi karibu sana masayemo kisi botambe kisi hot tv idozi tumura tege igariri igatoringa virtually na network nero yatobera buna yatobera rapatuary very sorry and I'm very sorry what it is kego chintambe at Fenny Kerubo. Thank you very much. Aya Brian ina mana abe tega abuna ndi ari geto mpesa na kode te kale igo nso mega ke Fenny Kerubo kwana nkuruga abu amondo owekiri roche mate Teango na digereria. Kawaga ke igo lakini na watu kuna komenta. Okore gasi. Mwana nomuya. Nashukuru sana Brian. Sana. Brian yokobe omogeni. And anybody who is willing to cover mogeni amo kipara mate so that aike nyumba well and good ina sister Fenny Kerubo Ndani. You can hook up wakiribode any challenge udete ko kora kana mwagere simkwara mukwana but the way china mboche siminchirali uri komora to kwa there's some people kora ngake simara mboninga kukuri kuntu neki kwabo kirega nguti ne kubuya kana ntina akirwe simi by the way so hivyo ikiwezekana kama unaweza kufanya nini kumsindikiza, kumpigia simu, msalimia hata kama si mpesa peke yake, namba yake ya simu iko pale tafadhali. Na kama kuna mtu ambaye ashafanya kitu kwa hapa, nimuulize show tafadhali, nifahamisha hapa, ni kungo kwana wakode kende wakode romo gani, itakuwa well and good. And I know nyinyi ni watu wangwana, mtafanya mazuri kuliko haya. Next time tukipanga vizuri tukuja hapa studio akae kando yangu hapa hivi, ikuwe well and good, tutafanya mambo makubwa sana. Asante sana. Labda Fenny Kerubo mngana yo mwero kwa kitu korere kuruago. Nashukuru sana kwa kunikaribisha pia. Yes. Na maombi yenye nilikuwa nayo ni ile ya kuomba Mungu apanue hii Hot TV. Amen. Ikaweza kufikia wengi. Ni mwanzo mdogo. Lakini kuna mahali mnaenda. Sababu hakuna mtu anaanzia juu, lazima uanze na step moja ukiendelea. So maombi yangu ni kuona ya kwamba mumepanuka zaidi. Na pia wale ambao tumekuwa pamoja nao tangu tulipoanza hadi wakati tumefika zamani. Brian na akina pesa, nimeshukuru sana jamani. Kusikiliza na huo muda wenu pia si jambo rahisi, sababu mtu angeenda kumziki halale, lakini kwa sababu ya kutumia muda wenu kusikiliza, wacha Mungu awabariki sana. Sina lingine. Nashukuru sana. Thank you very much. Asante sana kwa kuingia ndani ya Kisi Hot TV. Nilikuwa nimepata anyway, nimeshukuru sana. It is very grateful and I'm very much happy. Thank you for watching us. Thank you for following us at Kisi Hot TV on Facebook. You get us at Kisi Hot TV. From YouTube, you get us at Kisi Hot TV. And I'm very much happy kwa wale watu ambao, kuna watu pale nilikuwa na wao pale Nyamira County. I'm very much grateful. Watu wa Nyamira tuko pamoja. Watu wa Kisi County tuko pamoja. Watu wa team diaspora, I'm very much happy for being with you. Thank you very much. Nashukuru sana. Pongezi sana, hongera sana kwa kuwa pamoja na mimi tangia wakati ule mpaka sasa hivi. Wacha tunikapumzike. Let me tell you those guys who keep the Sabbath, happy Sabbath, happy preparations day, happy, just enjoy your Sabbath wherever you are. This is Dennis Nyabuto. You can call me Kukurikuntu, tutakuwa naitika papa hapa. Ama Kurtu, ama Kuntu, majina yangu hayo. Kwa sasa wacha tufike kwake Mwenyezi Mungu, nimshukuru kwa nafasi hii, na kisha baadaye tukaweza kumaliza show ya siku hii ya leo. Okay? Funga macho yako. Mtakatifu Ishe milele, pokea sifa zako. Asante kwa sababu wakati huu, na asante kwa sababu ya neema zako. Tangia tulipoanza mjadala wetu wa siku hii ya leo, umetuwezesha, umetupigania. Tumejifunza, tumejielimisha kutokana na mwimbaji wako ambaye ni dada yetu Fenny Kerubo. Tunashukuru sana, asante kwa kuweza kumuinua, asante kwa maana kwa kumsongeza hadi kiwango kingine. Wewe ni Mungu mkuu Ishe milele. Pokea sifa zako kwa maana utamalaki milele na milele. Bwana, tuongoze kwa kila jambo, na watazamaji wote nawaombea baraka na fadhili kutoka kwako. Pia yeye tunamwombea fadhili kutoka kwako na neema. Anapoimba mtakatifu, wachilie kibali na neema kutoka kwako. Anapoimba wacha ulimwengu kaza kuitikia na ulimwengu kaza kuponya kupitia kwa nyimbo zako. Sasa uimidiwe milele
na milele, na ni katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Watu waseme amen and amen and amen and amen. Amen and amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen and amen. Shalom, shalom. Goodbye, goodbye. Mkwe na usiku mwema. Bye bye. I pray ni bono rara. Bose bono rara ga atumirane Jumamosi. Mwana kwa baito rara ka siasa. Mami siasa. Abungo otore. Na kimo bantu ba UDA ba ko ngibere simiyane nyamira nimbote kesi na bantu ba UDA. Omwabite siasa, we are building the bottoms up. We are building the bottoms down. I die. Bottoms down mean trickling. Veronica Okemwa, hai nimechelewa gaki, pole sana. Kesho pia ni siku. Martha Bonareli, bye bye, good night, thank you very much, asante sana. Bye, tuko bia. Rente tutama kuchige kanki kia kalene tuko kobera. Kiatandra.